asante sana. Okay, alright, on time. Kama kawaida mtu wangu nakuambia kwamba ni Kisi Hot TV. Thank you very much. Ni watu wangwana kabisa. Nashukuru sana. Mbia mwana kimo kabisa soki bwate sichama mwana kwa wana ba minto kimo kabisa. Imekuwa long time ga kitu tanya kukomera na maiga. Yende kurende aso bwate sichama mwana kwa ba. Ka kitiango tenga karibu sana kwa somoro kama kawaida. Kwa tukuri Alhamisi imagine. Jumamosi, Jumapili, watu wa Jumatatu, mwa tukata tutane kuomerana. Kwa tabiko soimea umoro kama kawaida. Kisi Hot TV nanchega mbwate testiani yingo konya mto Dennis ko wanchon ndangeri ku konto ndangeri konto na mukanya kwa kingo itaba kigimo kabisa tegere enchira yabane kibana kabisa nkwari ni ima somoro berio obotame kama kawaida. By the way mwana yo rurega abu atero ku watarire social media watero ku watarire asogotara godite konyo gotero ku asensemwe ya YouTube o promote mwana yigaye maseyemo akorikana kibona chanzo ukorika chanzo Thomas Onduso YouTube channel mwana itara tinda kakota video gete kerengi lakini utatigalene aterete tu yani asamatanga kakonye kubwatu nechisimi nake video aitere clear lakini rene anse toka nsenga Mbuya kimo kabisa. Tena mzigo ni mzito, ninapoamka Mungu nisaidie nikaweze kuamka. Nimeshinda kuamka kwa sababu mzigo ni msito. Mchande ambe buri tubambe rero bongenya sana shi kuimuka na shinyire gotenena mbwate akoboko egerenya kwa kingo tenena nyenchenya kwa kingo wenera wetere mechande mengi wetere buroro bonge ogosinyi kuimuka ogosinyi gotara mpaka kwa rusi kubona na kingo korango itanda abana bayikore kiba kabisa kingo tenga gosumire kwa go nasinya sai kama kaigweda munabotambe kabisa rero tengire mase monkwari ngo cyasumuro burito Kisi Hot TV nenchege mbwate steering kiba kabisa niko korokonganya mtu Dennis kirochere tinsa chikoro kwa tinsa inya nitide kemero ngitano cha Afrika ya mocha ngo tengale netter kemo yomutinye komena limo ngo mwako wetu wemero ngabere no yomba kote batika kime kabisa gasiteka chinkego kuchukora to imagine manya to asiri umwaka nkwa rogochi yani umwaka wa rebunenge ndugete kyogote sana. So tambate masha pick on CP Kisi Hot TV. Happy new month. Happy new month, wherever you are, umutenye omujeke kabisa kwa tabinga enjoy yourself twara ama seseniwa butampe seseniwa kama kawaida ninka wone familia yao Kisi Hot TV nenche kwa tabinga kabisa kigima kabisa iga rene kwa wasere ngoma no minto ntabina ki ngayo kubata chibone kamara kwa banga yikibata libona chise chigache kiriga ngayo watete korwa karibu sana to semanie imeye maseyemo tuongereshane tuelimishane moja kwa moja na tuweze kujua kwamba tunaelekea wapi. So wote mimi nikaanza kufikisha kwa Mwenyezi Mungu kama kawaida na kwenda kuomba ili tuweze kuanza katika mchana wa siku hii ya leo. Na kama unanifuatia katika njia ya Facebook na Ruth Wasibori, chukua hiyo link ya Facebook nitumie kwenye nitumie tafadhali nitumie kwa inbox sababu ni rafiki yangu pale Facebook. Nitumie inbox ama tag me ama niweke kwa timeline yangu tafadhali Ruth, ninakuomba ama anybody ambaye ni rafiki yangu pale katika sehemu za Facebook, naomba tafadhali uniweke hiyo link ya Kisi Hot TV kwenye timeline yangu ama kwenye inbox ama kwenye wapi ni tag. Itakuwa sawa niipate. Lakini ila tu kwa mtu wangu karibu sana tunapoenda kwanza na kukaribisha moja kwa moja katika maombi. Ninataka nikaombe alafu nikaweze kufungua mchana siku hii ya leo. So tafadhali naomba tunapoenda kuomba na wewe ukaanze kujitayarisha kama kawaida ukijipanga tu sawa sawa. Tunapoenda tu kuomba, tunapoenda kuanza katika mchana wetu siku hii ya leo. Nimetinga suki bote nzijaboni ngamara goba niwe bangete kimo kabisa bintu bikubwa tebuya otabwatikene yonse wasi na waba bonde mwansi tiboko bwatikene yonse mwana minto rero ngotenga naki tiza muchenya mira county the lucky ko host omuntu kuruka nere deputy president wense ya Kenya the DP kumenda host the DP deputy president since muchichanya mira lakini byose byarenge well and good. Okay, so tena ngoyo goiga Ruth Wasibori Matthew Matundura. Okay, Wasibori ga kintagia so gonze kwa umano minto ngorera ngo tagging igari asensoma ya Facebook
wose ntomere elinke ye asensemo ete eyema seyema wika ase ene box ya nene nche nyore nyaka kingo tumera abantu simu cha Facebook but don't ete link ya Facebook tire ya YouTube that's what konta kiga kyo montanta agi oso ombekere timeline ya neiga ose ombekere ene box ya ne byonse bikoba buya it be well and good wikere chinsa bune chiga chabona iga wa kutuchiko chaka omurbe maseyemo ntedo kwariga ne asoke botere chinsa chituma no maragoba I know kwamba asobwatete bintu biri wanate well and good ngo ondombeke email ni paxige bote ngonda ararora okay sawa sawa ndo chenga bintu mbele bra well and good lakini lende yango teminga karibu sana somorobero tuchake maseyemo mwete mwana nasu kese bintu metambira kese binsumbwete ya maseyemo lakini tigante bena ki tina sa atoseni asoki bote chabona maragoba tubote maseyemo weka chinga kichi chomwele tuwakira senga mbuya mwana kimo kabisa nitegete mwete ngaso bote ire well and good kuchaka ne pada kitina chaka ntara wiki asinya sa takuja kobwa kukuri konto ako hapa kama kawaida I Valentine na anyway I'm here just for you guys indege ya kima kabisa tubote rebinte maseyemo tubiki asensameriende wikabonega useko amasawa ngugire wikasomo nguru tata egire ngo tigororo okay omo chenya sa no monene kima kabisa oyimukiri weretera wigorona ni kwira bonene chisabona chichabona marko nyasaye to wakire esko no bonena singencha nyasaye origoro bona tuchushaka amuro bari tukoma kawaida twasabira bonene ne chinguru chago chike kurugoro wikanse bono iga wachakira boniga mpaka chika kitokora twasabira bonene wago bonerekane wika twakorire nasabirekira amategereri nake omurigerera okisi hot tv bari bachinsamo chichama chingumbu bari bakora chigasi au nyasaye bari bachinsamo chamoiko bari chinsamo cha Afrika namana gusiyo sengimanya saye twababekira se mutyamo kawo ayanyasa otariko bwanya sa okobwa ebintu byonse bona kutochiko chakanya sa twase bari barwarete babwere nakubagwenera nakubagwene monene umutoria mbara bari bote mechando au twabasabeire asengencho anayo owakene mechando nyasaye bona tigato tote bene kichaka monene nyasaye wika omwena ne tuwakenga mbuya mono tigeretere wode weskono bona asengencho nyasaye kwa wenene kwimukiri wa kare na kare bono chaka monene cyo wikomwero asiretere Yesu Kristo twasabire na kwegena abantu batebe amen and amen and amen asante sana karibu sana chaka masayemo awasemete ngaso bwatete kimo kabisa ombotete loud and clear kabisa ka umuntu momwe kimo tonyire megega likarali momwe kimo dino chose mondo chitiana rara tokodia maisega kimo na nenda saka ke mina mochi mwanda rabiga na imokono ngani ndoro kusebona gaki bono ilo niko no mchada by the way samahani sana bali watapati hii lugha lakini tutaenda kuchanganya lugha tuweze kufikia kwa kila mmoja. So naomba kwamba kabla ningie kwenye comment section pia kama umeingia tafadhali niambie kwamba nishafika kwenye nyumba tunapoenda kwanza katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. So tafadhali tukoriga kama umefika niarifu kama nimefika chukua hiyo like ukilike pale kama uko Facebook like and then share andika comment pia sema niko present hiyo comment itaniruhusu na itanifanyia kazi rahisi sana nikaweza kukutambua ndani ya nyumba so kama kwa pia wewe ni umeingia tafadhali tufanye tu hivyo na katika sehemu ya YouTube pia wewe share like and comment na ingia kwenye show tuanze moja kwa moja mchadara unasema tu hivi Inee wewe uko na mpenzi mmependana ukapenda mpenzi wako ukamweka karibu na wewe kumwambia you are my angel you are my world I love you you are my everything without you nikikuona siwezi nikakula pi intara ko latini ko ragero Omwanchi one baba I know Omwanchi bwe nkona mbakege tereke nige tuoni I know yone ni Omwanchi tekeyima ifika over certain mkosana na mpenzi wako mkikosana na mpenzi wako kwa mfano tuseme mimi niko na girlfriend si ndio tumekosana ini nimesema ni mfano kwamba seti nina lakini mseme kwa mfano si ndio niko na mpenzi tunapendana tumekuwa tukifanya mambo makubwa mpenzi wangu nikamnunulia simu nikamnunulia nguo nikamnunulia viatu
vizuri za peikali, nikamvarisha, nikamsoka kimo kabisa, ikamwanchione, nikampatia tu yani ile kila kitu. Tufike mahali tukosane, nianze kumwambia ho, wewe ni ex wangu my dear, wewe ni ex wangu, return everything to me, everything ambayo nilikuwa nimekupatia, just return it. Kama ni simu yangu ni pesa, tumeachana na wewe, give me. Kama ni nguo, toanisha nipe. Kama ni nguo ya ndani nikununulia ilikuwa nzuri, toa lete, nitatupa. Mbona uende kukaa nayo ukuvaa kitu ya ex? So je, swali ni hili, unafaa kurudisha ex wako mkikosana, unamrudisha zile vitu zake ambazo ulikuwa umemnunulia? Kwa mfano dada, nani mmeona by the way loyalty test? Loyalty test, kama mmeona loyalty test, kuna baadhi ya vile unaona vijana nasema, demo anasema kwamba kwanza hii nguo nilikununulia, vyote ngunaona unanicheza, toa. Demo anatoanisha ni boyfriend yake, hata kama mmekosana mbele ya kamera, anamtoanisha viatu, anamtoanisha nguo, anamwambia just go, nenda na sikuone. Je, inastahili? Anastahili kutoa, anastahili kukurudishia? Kulingana na mimi kama kurutu, kulingana na mimi kama kukurikuntu, wacha nikuambie ukweli. Tafadhali, kama nilikuwa nimekununulia simu, hey, nilikuwa nimenunua nguo, hata panti, nilikuwa nimenunua hata ni handkerchief, hey, you return, no negotiation, return. Tumekosana, unakaa na kitu yake sikufanyia nini? Sasa urudisha ama sio? Maoni yako ni yapi? Sijui kama unaniambia maoni yako ni yapi, moja kwa moja kupitia njia ya link na kuacha katika comment section. Uguze hiyo link kuleta moja kwa moja mpaka ndani ya shop, tuipige moja kwa moja tuweze kujua kwamba tuafikia wapi. Sawa sawa, uniambie kwamba wewe utarudisha ama uwezi rudisha, na akikwambia mrudishie utamfanya nini? My dear sister, siwezi nika sacrifice paridi jua nikununulia simu, tuachane nikuachie simu. Give it to me, nitapata mwenye nitapenda nimpe. Kwa niko nini? Hata kama ni panti, toa, tutaosha, tupige pasi, tupige anyway, anaitwa Ruth Wasbori. Hi to you Ruth Wasbori. Nimelala rende gakingio korarire mwana minto soboka goche na soire gaiga agoro ku Valentine lifestyles kurutumbu yore baba mbuyande haki I don't gutete mwana Valentine uliendanga wapi by the way? I have never seen you for so long time. Valentine lifestyles amen. Valentine lifestyles with me atarudisha kila kitu. I say si cheki. Yes, wanaume umesikia? Hakuna kucheka na wao, hakuna kupembeleza. Hata kama nimesema hivi, hata kama ni panti ulimnunulia mwaka mmoja ulisha na amevaa wania na wanafanga wania ai kaki wanafanga wania. Okay, hata kama ni panti ulikuwa umemnunulia na amevaa wania, hiyo panti unamwambia everything, hata hiyo panti ni kununua umevaa wania, rudisha. Si mmekosana? Mbona wewe ukivaa kitu mbona uko unavaa kitu ukae na kitu mtu mlikosana na yeye? Sasa return. GRDC GV7 juu anasema kwa nimechelewa lakini nimefika. Karibu sana. Dorini Kwamboka watching. Karibu sana Dorini from Facebook, unaona pia mnawakilisha, asante sana. Valentine niko gaki, lakini Valentine sijai kuona kusema ukweli. I have never seen you, sijui kwa wapi. I don't know where you are. I have never seen you, but karibu sana. GLDTVC kaki wewe kukurikuntu, yaani utoanishe mtu si vyema. Unamtoanisha mpaka kila kitu, imagine anything, hata kama ni one pop ulitumia kununua, nothing you can pembeleza. No, you pembeleza nini? Arudishe. Anaitwa Valentine Lifestyles. Hiyo panti nachukua na muroga nayo. Panti yangu no, mbona nikuroge? Nipe panti, nioshe, nipige pasi, ninunue perfume, nipake kidogo, nikunje vizuri, nipeleke ndani ya box, ndani ya briefcase, niweke ndani,
Ningoje mwenye atakuta nikimpenda, nimwambia sweetie surprise, nimpe. Akiniuliza sasa, yani nimwambia sweetie, hii nguo imekaa hapa, nilikuwa nimenunua kwa mwenye atakuja kupenda. Hii panty nimekuwa nimeweka vizuri. So I love you, just take and invite. So, yes, we don't go to hasara. Mambo ya kwenda hasara hatutaki. We don't tuenda hasara. Wacha niwapatie link, sijui maoni yako ni yapi. Warudishe mpenzi wako ukikosana naye. Mrudi. Valentine left sides. Yes, guy. Eti wote panty upeane. Yes. Kama ni boxer, osha vizuri. Piga pasi, weka perfume, kunja vizuri hivi. Peleka ndani ya briefcase box, weka pale. Mwenye utakuja kupenda mwambie surprise, vaa hii. Yes. Tena baadaye uende tena upende mwingine, tena mnunulie, tena uende hasara, tena ununulie, tena uende hasara. Baba, makogoti obwali. What if ni mwanamke amenunulia mwanaume? Hata kama I don't want to know. Mimi nasema kwangu, hata kama ni mwanamke, huyo mwanaume wako mwambie lete ya box hapa. Enda osha, rudisha, weka. Wajia mwingine mwenye utakuja kupenda. Mambo na hasara hatutaki. Yes, wacha nipatie linki sasa. Akie, wacha nicheke. Wacha niseke. Valentine unanifurahisha. You make me laugh. Anyway, anaimba kwamba I won't take panty surprises anymore. You know, nakwambia, you know, unajua kwamba ukipatiwa panty kama ni surprise, unasema ananipenda, yani mpaka netere ya ndani. This guy loves me. Si ndio? Tu unasema oh my gosh, akiwo yeah, you love me. I don't know vile mnafanyana. Lakini mimi wale wote upatie link hapa. Anyway. Karibu sana show ime. By the way, leo nimesurura Nyamira, part of Nyamira. Nimesurura na DP. Nimesurura na yeye, nikanyeshewa. Before ninyeshewa nilipita barabara nyingine kutoka Aduikori Birongo, tukaingia wapi huko Riyabe, Rigoma, vumbi. Vumbi yenyewe. Baada ya vumbi mvua ikaninyesha. So hizo ni baraka zake Mungu. Okay. Karati gagabu. Valentine, I will tell you once. Okay. Yani mimi tukosane hivi. Hata kama wewe Valentine ulikuwa mpenzi wangu, tukosane hivi na wewe. Nilikuwa nimekununulia panty, hata kama ni pink, hata kama ni white, na umevaa wania. Nakwambia tumekosana, kaa hapa na mimi hapa. Niko na nini chako? Nakupea. Na mimi nakuuliza, uko nini changu? Panty. Nikununulia panty shilingi 200, ndio hiyo panty hapa. Naenda naweka. Hata kama ni 3, unaosha vizuri. Unajua unaosha mara ya kwanza na chiki. Unaweka. Unaweka na chiki ndani, zinakaa na chiki karibu siku 3. Unatoa, unakuja unaosha. Unajua ukiweka chiki ikae ndani ya chiki kama siku 3, itakuwa imebadilisha rangi ama itakuwa inakuwa white kabisa. Unapaka perfume ile na smell nice and snow. Namwambia sweetheart, surprise, kama anda surprise you. Kama I want to surprise you, unaenda unatoanisha kwa ile ndani ya briefcase, mwambia this hii ni yako. So na utakuwa unavaa hii. So this is a surprise. Na hiyo panty ulikuwa umenyang'anya ex wako, umempelekea. Umepatia catch up. New catch. Umepelekea new catch. Sasa I want you to know. Wanaume wote kwenda hasara. Unanunulia mtu mpaka nini unamwachia? Mkikosa next rudisheni. Lete. Wycliffe Nyabando anasema kwamba kurutu. Good evening sir. Good evening sir Wycliffe Nyabando. I see you my brother. Anaitwa Valentine Lifestyles. DP alikusera? Hapana, hakunisera baba. Hakunisera. Nitulienda kupiga nini? Haki leo mmechoma gaki. Wacha tuchome IAG LDG V7U. Karibu sana Wycliffe na kufungulia mic. Makogoti bwali
Unasema you don't know vile tunafanyanga na wewe unafanyanga aje? Mimi anarudisha on that way, no negotiation. No. Valentine, mimi nachukua hadi kijiko ya 5 pop. Nguo mara nararua au nachoma. Hatulingani na hautaringa na nguo nimekununulia gaki. Hey. Aki acha hiyo kurutu. Watu wenye ajaolewa awatoa ama kuoa. They know usinifanye nichukie surprises. No. Surprises, you just take surprise. Wycliffe Nevando. Yes, sir. Good evening, sir. Karibu sana mkubwa, nafasi ni yako. Tusalimie kwa hivi high five. Nando kwana abatege barigereria eribaga na kwerera ingerio. Tageni ango orotena ki na kiura tritiri ngana buneri. Aye kwa naye. Karibu sana Wycliffe. Mbona soira se esho? Nonjwete. Ninko iwete kabisa, yani ninko iwete kwana, tuko iwete werande kuti londa de kiria. Mbona soira se esho lakini ntongo tebana ki? Tu montawene tukoirania, tawene tukoirani esawa deria goreirwe. Montabwene tukoirani sawa deria goreirwe. Ebwenda yatigara abantu nabagosana. Ya. Yani mbone to uragosana, dero gosana. Mambia gosana no munga. Aiga se uno ko batigera. Ni ko batigera. To kwenda asara. Ko batigera. Oh, ga kichango boli. Wycliffe. Yes. Siye ko gero mutigere. Imagine uko rero umuntu esimu. Kiribu emirongebe. Umugorere yange umwe. Umugorere bikoro umwe. Imakoro ragotigere no munga asuka kucharo magweta soro magokwerera mutu ngabana bwate nyukachi omagweta gutase nyukachi ayenyi abote bintu byao kwagorete bagotaranere anile kienda mwamwe naboko mutigera yede nabiro byo bimokonye naboko mutigera bimokonye nando enderere you move on ugo naboko gore binde nando gorero munga tarikiro mundo kugorero maite tokora kiro mundo tarikiro mundo kugorero Kwarari mtebiye yuko kuna loyalty test wabirorire loyalty test nesi miko se loyalty test bito tstoraga igabati bye simba barakora kosokora bosubati ago sikora ngo musato muti asiriba ko murusi cyanga sabantu igoro omurusi bikoroto oira arafu mwanzo tinga zito batigere no munyanganye sibi ake pass simu gachaka uko batigera kuchaba kwa gore bingao nande kwaenderera bosio inche yaya nemo kira maboko igore iga baba bo Valentine tukikosana kama ni panti unatoa pale unanipea nenda naosha ninaweka vizuri napatia mwingine new catch kwa niko nini Wycliffe mwana kuonesana na ki ati Wycliffe uko na upaguzi wewe eti si kila mtu yani obwate upaguzi wantu mutangani omugorere uyo kabiri nkyo tegero tamugorere ba Wycliffe Wycliffe nonyo wete
Aya, network. Anyway, karibu sana imeyesho. Faith makwara ngikoroche. Very interesting yabonde biga. Tiganda arenche. Coordinate kira omuntu ya yatorara. Ngo wake ngo changitera match bole. Osije korara. Mokogoti Bwari, from today, I will not accept a gift or buy anything to someone. Wacha ikae bwana. No, mapenzi lazima mnunuliane. Mkipendana sapresiana. Peleka mpenzi wako kwa supermarket, kwa boutique, sapresi na nguo nzuri. Lakini the day mnakosana hivi, mwambie give me. Yani stele teo tata gaki ngogorere Faith ebikoroto esoka sumati ontige mota nege skene go biti cyanga cyane nakogorerete bake pantiri nakogorerete kwa mochi kumuruseri bono naninje bono anye naninje ngorete no way kabisa. Okay, fare Faith Makwara, Naam. habari ya John? Nzuri sana. Aki leo umenichekesha kweli, umenifunja mbavu kabisa. Ona sema kwanza watu Yaani wataka kuvua mtu kila kitu jamani, sio vyema hivyo. kila kitu yani kiregento. No, unajua nini shida ni nini? Shida ni ile tuna tamaa. Tamaa ndio inafanya uvue mtu hizo manguo. Na ilingane ni situation gani umempata ya kuvua. Kama hizo zenye tunaonanga hapo, by the way ni utoto, alafu ni tamaa nyingi. Sasa ni kwa nini ujihusishe na mtu ili hali haumpendi? Ni machungu kweli. Unaonanga wengine hata wanachoma nyumba, wengine wanafanya nini. Niliona mwingine alimvua viatu jamani. Mimi mpaka panty za pemereza. Hey, Kurukuntu usifanye watu waache kuoa ama kuolewa, usiseme hivyo. No. Hapana, si vyema. Ambia mtu kama amechagua kustiki kwa mtu mmoja ni mtu mmoja, lakini hii unakuwa na side chick, hiyo ndio imeua watu. Lakini ukijitoa, umejisikia, umefika mahali unataka mtu msaidizi, kuwa na msaidizi mmoja, hautaona hizi vitu, hamtatoanishana. Naona sasa hizi vitu zimeharibu mpaka tunaona ni kama watu wote wako hivyo dunia nzima. Na most of people ndio sasa unapata wako, yani watu kama hao ndio wako wengi kuliko hata wale wako royal. Lakini kwangu mimi siwezi kukutoa ama hata kama umenioa. Na hata kama nikafanya mimi ndio nimeweka kila kitu pale kwa nyumba, siwezi chukua hata moja. Wallahi ninakwambia, nitaenda na ninaomba kila kitu, hakuna kenye utafanya pale. Kwa hivyo mimi nitachukua baraka, wewe utabaki na laana, hautakuwa na amani. Alafu sasa niambie, nimevichukua hizo vitu nimepeleka kwetu. Umeleta mtu mwingine, umeanza kupita na yeye hapo, muda kidogo mmekosana. Tena vimekutuma ukuje kunitafuta ama vimenituma nikuje kukutafuta. Sasa tutakuwa tukitoanishana kila mara jamani. Sasa kama nilikuwa nimenunua panty nikakupatia huyu wa kwanza, tukakosana, akanipea nikuje nioshe nipatiane huyu mwingine, na yeye tukosane, na yeye nitamwambia nipee hata ikuwa yako. Kuna mwenye alikuwa amerudisha na wewe rudisha, tupee, nitakuja kupea mwingine. Yes. Yaani itakuwa kazi, biashara ni hiyo utakuwa unafanya? Asala mimi sitaki. Asala sitaki. We, mwachie aende akumbuke uzuri wako. Yeah. Kwani Kurukuntu haja kukata mikono? Unaongelea kuhusu nini? Haja kutoboa masikio, haja kutoboa macho. Mpenzi wako vibaya.
Kwani ni nini ameenda nayo? Ni hizo nguo tu ulinunua Gikomba shilingi 5 shilingi 5 nilipigwa jua nikanunua nikagora nikamua ontigire. Lakini ulinunua kwa raha zako, hakuna mwenye alikulazimisha. Ni mapenzi yalikulazimisha. Sasa mapenzi imeisha, kila kitu imeisha, tunarudishiana kila kitu chake. Wewe wacha hizo bwana, acha kufanya watu hivyo, wataacha ndoa bwana, wacha. No, asana mimi vile niliona siku hizo wanawake na haya. Sasa anakuepisha mbele ya kamera. Kwanza hiki kitu kimekuwa kikilala nta na kilipia renti. Yaani wewe mimi kila kitu ni Alafu kwa nini we mwanaume unaenda kukaa kwa mwanamke kama akili zako ziko timamu? Shwali, kama we ni mwanaume kamili unawekwa na mwanamke? Si mapenzi, Mapenzi gani ufanywe kibofu mpaka sasa uende kuwekwa nyaro? No, kurukuntu hapo. Hata kama akikutoa ako na right ya kutoa, kwa sababu we umeenda kujificha kwa nyumba yake. Hata sisi sasa tunanunua na sisi hata kujificha kwetu. Wewe unatengeneza sana kununua. Asante sana Faith. Usienda Faith tafadhali. Nimekuashia hapo kwa sababu wiri Kenya osoire, gate osoire, wiki rifina mandano wanime. Tobote masaya mo virus 20 ni moro chari nsome comment. Tena smoch comment ibere egere ntisirire sinati. Sini jamaa imeingia kwanza. Yako kwanga wali mkogoti wiki uko na upaguzi wewe ATC kila mtu. Parent lifestyles nchimanya kingo tigera. Utanilipa hadi mta nimewest kwako. Nche naye. Mkogoti kwanza ile siku unaachana nitalinga sana. Kwa lolile nani anakulingia? Mokogoti wali better being a single mother than being a toxic relationship. Very different. Agotebanga ga kideno wa experience is the best teacher. Valentine lifestyles hapo kwa panti kutu wacha ujinga. Tani jamaa anaongea. Wili Kenya mambo vipi? Mambo fresh. Hali ya kwako huko jamani, kuko vipi mtu wangu nyumbani? Huku kwetu kuko salama, niko Embu. Baridi ndio mingi huku. Hata bibi alienda last week, kwanza hata nimesikia mjadala umeongea iko sawa sana hiyo. Right. Yeah? Sasa venye unasema ati ni vizuri kujibiana na bibi. Ina determine ni situation gani hiyo kwanza mnarudishiana. Because kuko na situation ile yenye unaweza pata unaambia bibi ati ya kuwekea maji ukoshawe uoge. So alafu sasa unakutana kwambia hata unaweza jipelekea. So unaona? So situation kama hizo zina determines. So saa zingine is better yani unajua hata kupea respect. Because unatoka kumtafutia, by the end of the day you are getting home when you are tired. Si ni kweli hapo? Alafu uko na situation nyingine tena pia hata yeye afai, unajua yes, hata kama umetoka kumtafutia nini, anafaa ku appreciate, akukaribisha vizuri, akwambia mume wangu karibu sana, juu umefika, umechoka, utakula nini, utakunywa nini, something like that. It is so nice. So unaona? Yes. So no, lakini sasa ila wakati ati unafika kwa nyumba unasema nipe maji ya kuoga, hakupei. So unaona hizo vitu zinaleta changamoto sana hizo. Yes. Alafu mi so at least to like to translate in Kiswahili juu. Yes, I like the topic that you're bringing in your studio. Wacha tuongee Kiswahili basi. Yes. I get you. Okay. Wili Kenya hata nikuuliza swali. Yes. Wili Kenya. Yeah. Nikuuliza swali hivi. Uliza. Wewe uko na mpenzi. Yeah. Umununulie viatu, umununulie panty,
umnunulie simu, alafu afika kuambia umeachana. Hizo vitu utamwachia ama utamwambia nipe, nenda niachie vitu zangu nilikuwa nimenunua? Okay, unajua sasa alikuwa wako, si ndio? Na hiyo time alikuwa wako, hakuna need umnyang'anye, acha enda nazo. Juu hata akikuachia huwezi vaa. Ni ukweli? Huwezi vaa panty, huwezi vaa hizo viatu. Wewe automatically leave him go. Kama ameamua kuenda, acha aende. Ama aje. Unajua, okay, I'm so sad to say this, ladies ama wanawake ni wengi sana. Ni ukweli? Na pia wakati umetulia kuko na mwenye anakupenda. Na uko na mwenye anakuadmire. So the moment ukiona huyu amejikakamua sana anataka kuenda, leave him go. Acha aende daddy. No problem. So hapana. Utanunulia wangapi wakikuacha? Imagine wiki yani anakuacha kwa saa hii. Sasa kwa mfano wewe anakuacha. Mimi nikimkatia kiingia box, zile nguo zako ulikuwa umemnunulia, ile simu yako tuna pounds na yeye mbele yako na amevaa nguo zako ulikuwa umenunua. Anapita tu hivi na smile. Sasa majua ni nini? She is a fool. Always majua ladies ni kama watoto. The moment ametoka hapa, ameenda kwa huyo mwingine, ajui ameenda kujua nini. Juu ameenda tu kutumiwa tu. Ni kweli? After all akirudi ndio anakuja anasema kumbe ule jamaa wangu wa kwanza yeye alikuwa wa maana. So saa zingine it is better. Okay, sisemi ati kwenda ati ina make a little at a big sense so much, but it determines ni mara ngapi mumeongea kuhusu hiyo issues. So unaona kama umeongea kuhusu hiyo issues for a long time na badiliki, achana naye aende. Hata enda na hizo vitu na mauroro hata kila kitu, hata akitaka niumpakie kwa hiyo kwa pick up mzima I can do so, na nimlipia hata taxi na pia aende. Shikilia hivyo anakuja kwako pro siende. Siendi. Bado na okay. Wote tuingie kwake Geti via Pepsi yako Wycliffe na bando wako. Geti mambo. Alikuwa ameongea, mpe nafasi kwanza. Alikuwa ameongea wa kwanza. The first person alikuwa Wycliffe. Yes. Acha ni wasalimu nyote ya mchamba. Hatujambo sana bana. Fayo mambo. Sana. Umepotea. Niko nimerudi sasa. Welcome. Karibu. Mlikuwa mnaongelea nini? Nakuuliza hivi. Upate mpenzi wako mlikuwa mnapendana, akamnunulia kila kitu, boxer, everything. Alafu muende pale mkosane. Hizi vitu utamwachia ama utamnyang'anya? Mimi siwezi mnyang'anya. Nitamwachia, lakini nikisema kwa upande wa wafurana, mtapaia dem kila kitu. Mkikosana, wewe hata utaweza mtoa nguo zote akiwa kwa watu. Unajua hizi nguo ni mimi nilikununulia, unajua hiki kitu ni mimi nilikununulia, toa. Yes. Enda uji. Huyu mwingine akununulie. Alafu wengine aizi akakunyang'anya atakuwaje, lakini ile siku atakuona hata kama uko na boyfriend mwingine ama mwanaume mwingine uko wewe peke yako, umefalia ile nguo yake, ataanza kukusengenya, anasema Kanaringa, hizo nguo ni mimi nilinunua, ile simu ni mimi, wala mimi nitachoma zile vitu zako zote. Mwana uchome? Nitachoma sababu sitaki nikifalia utakuja kusema wewe ndio ulinipaia kila kitu. Sasa kila mtu akiniona unalinga na nani alikupaia hizo? Sitaki. Nitachoma. Please. I mean Geti. Mimi sasa nikikurudishia utafanyia nini? Utafaria ama utapea girlfriend mwingine? Utapea girlfriend mwingine, tukikosana na namwambia leti hizo nguo. Hata si kwa zako, ni girlfriend wa kwanza, tulikosana karudisha na wewe rudisha. Yes, hivyo tu.
Hivyo tu hivyo. Na tusienda hasara sana. Tutakuwa tumesave pesa. Mimi hata kama ulikuwa umenivaia kitu mzuri walai, siwezi nikakurudishia. Tashangaa baadaye. Mbona mnaturudishanga ring, amtaka kurudisha nguo na simu? Sasa ring nachukua wapi? Na si harusi tulifanya. Unachukua Sasa wapi? umenipea hiyo ni nini? Huo ni ujinga. Hiyo nitakurudishia. Ama badala nikurudishie mi nitatupa ukiona. Kwani natoa natupa ukiona. Tupa na nguo tupa. Utaniitisha but nitaitoa niitupe ukiangalia. Hivyo tu. Wacha niambie girlfriend wangu mahali uliko. Mimi hivi nakuja kwa watu wa soko nikutoe nikwambie nunua zako. Sasa wewe hata nipate sistangu nimekataa. Nipate ni sistangu uko naye wewe nimemkataa sasa leo. Kesho utaona. Sana royalty test hapa nje. Hello. Yeti. Umeona royalty test? Umeona royalty test? Nimeona, we ndio nisijaona yako kwanza. Sasa unaona pale wanawake wanatoanisha wanaume at least 5 million kununulia, anakuambia mbele ya kamera, kwanza kitu hiki mimi nimelipa rent nakilisha hapa na kinanicheza. Si niliona hizo vitu kwanza both. Sana sana mnasema eti wasichana tuko kama watoto. By the way siku hizi wanaume hata wavulana ndio kama watoto kabisa. Kabisa kama watoto. Kabisa. Yeah. Bona. Acha nipee Fayo nafasi. Sawa. Obe vyate kila mkogoti bwali. Wili umeongea kama mwanaume 10 lakini malizia. Vayo. Yes. Hello. Uko vipi? Poa, labda nyinyi. Nafasi uko kwa nafasi yako dada. Asante. Okay. Nilikuwa nasema hivi. Unajua kuna wengine sinaletanga tu aibu. Sasa tuseme tuko na boy, alafu umenipaia gift, alafu tunakosana unaniambia eti hiyo nguo ni mimi nilikupaia, kiatu ni mimi nilikupaia. What a shame. Wakati ulikuwa unanipaia hiyo gift, si ulisema aje unanipenda. Wakati tumekosana ndio unaanza kuniambia eti nipe uende kuosha uende kupea demu mwingine. Nilikununulia kwa sababu ya mapenzi. Nilikununulia kwa sababu ya mapenzi. Sasa mapenzi imeisha, mapenzi ikisha na hiyo na vitu zangu zinarudi, hakuna uhusiano tena. Sasa hata nikikupea hiyo mwenye unapelekea pia, si pia yeye itaisha. Na utaanza lakini sometimes na nyinyi wanaume mnakuanga fani sana. Au unawezaje nipea kitu halafu tukikosana mnapata umekaa kwa group. Nikipita hivi kama nimefaa kanguo kako kenye ulinibaia ndio unasema unacheki Vayo ako kanguo amedunga mimi ndio nilimbaia. Yaani unataka kuchinua ama unaonanga ni venye tu yani unataka like tusifae ndio mwingine atuone na wengine. Ndio maana muua mnafanyanga hivyo. Nakuanga na tuwifu twingine hapo hata tunashika kuelewa mbona mnakuanga na uto tuwifu. Vayo, wacha nikuulize swali tu. Vayo, iwe ni wewe unafanya kazi ya mchengo, unasukuma wheelbarrow na concrete, ila pesa unasefu ukuli hata lunch, unaamua kununulia mtu nguo, halafu anakucheza anakuacha na anaenda na vitu zako ulikuwa unanunua aende kukuvaa kwa mwanaume mwingine, utamwachia? Aki mimi siwezi. Okay, mimi siwezi mna by the way. Yes. Hatuwezi, yes. Yeah, siwezi mnyang'anya, mimi nakuachia. Kurutu wewe unatudanganya hapo. Aki kurutu siko baya. Aki ubaie demu panty. Alafu mkikosana unamwambia eti nipe hiyo panty unaenda kuosha na tiki shwari na unapea demu mwingine. Aki wewe. Yes.
Surprise. Nieli ungeacha kunipaia wakati tulikuwa tunapendana. Kama ulikuwa unajua tukikosana utaanza kuninyang'anya ama kunitangaza. Wacha kunipaia. Nimekuambia nilikuwa nakununua kwa sababu ya mapenzi. Sasa mapenzi imeisha. What is there to you return? Bring back. Anyway. Vayo shikiria hapo narudi kwenye. Waki watu wasiende. Wiri ndakufungulia maiki inaleta echo. Faith nimekuona, David nimekuona pale, Makogoti nakuona, ni Mwanyagitinge nakuona. Hapa igega yangu chukua nane kupatia nafasi kwake Makogoti, nikuje David, nikuje Mwanyagitinge, nikuje Faith Makworo, nikuje kwake Wiri Kenya. Yote tena hivyo. Tena kuna mwingine hapa ni nani huyu? Tena kuna Thompson Omari ako pale. Leni mini wairi wacha tuingie kwake Makogoti. Makogoti. Yes. Mambo. Poa sana labda yenu. Karibu sana. Kidogo tusamani. Niruhusu kito mute mic. Kila mtu mute mic yake tutoe echo tafadhali. David please. David tafadhali. Yes, tumute mic tafadhali. Hata mimi na mute mic yangu nipatie Makogoti nafasi akimaliza niongee. Thompson karibu sana na kupatia nafasi. Karibu sana Wycliffe Enyoni na kuona na kupatia nafasi. Asante sana. So, Makogoti nafasi ni yako, karibu. Obe, Makogoti. Anyway, Makogoti yuko karibu. Thompson. Yes. Mambo. Poa sana. Wairire kuruga mwana minto. Wirete igando chinga neke bagonde naeta na imukwato mujadara getora abwo. Nutinye kereti biye ibo. Wana akitambari gani abantu mbagenda ko banda mabaga mbabukira mutima gari andiro ko banda bakira umuntu tafadhali. Mutadara wote bego mwana minto Wycliffe ngona rore no antene no muntu mpenzi. Omo sweetheart. Kwa mugorere kwe tiga na pikwa raranchara mwana minto. Lunch ukuri kitu. Supper ukuri kitu. Breakfast umechiachiria. You eat 1 meal per day. Just because of your mapenzi ambao umepatia mtu fulani. Mwenye meka music azime tafadhali. Ama mute mic yake. Naomba tu. Yes. Sasa huyu mtu zile nguo zako, zile viatu zako, mpaka ile nguo ya ndani umemnunulia. Anafika na kuacha na kuambia tumeachana, nimeenda. Na ikienda na hizo vitu maji anaenda kufaa kwa mwanaume mwingine. Ndio nauliza, je, ukikosana na mpenzi wako inafaa umnyang'anye akurudishie kila kitu ama umwachie aende nazo? Karibu sana Thompson, say hi before you uingie kwenye mchada. Nafasi ni yako. Mjadala no mukongorera kina wango changira ake. Yes, karibu. Naomba tumie Kiswahili kwa sababu ya Wiri Kenya. Wiri Kenya sikiki Kisii. Ameniambia Kisii ndio apati, tafadhali tumie Kiswahili. Anasema sikiki Kisii, ni mgani huyo nimsikie? Wiri Kenya si Kisii tafadhali. Na tumie mic yake, tumie mic. Yeah, mwenye meka music yake azime hivi niseme. Kama mtu ameshaondoka ameenda na tuseme anamnunulia kabisa, sote ameenda na ina haja ya kumfuata kutoka nyuma eti uende kumnyang'anya eti sijui nipe ile simu nilikununulia, nipe viatu nini. Hiyo ina haja, utamwanzia umwambie unajua chenye amekufanyia, ile present ameenda pia ile na yeye atafanywa same. Sure. Huyu mwanaume mwenye ameendea wa pili sasa na yeye atamfanyia, atakuja kumwambia ile kitu yenye ulikuwa umetendea ule wa kwanza na mimi utakuja kunitendea pia hivyo. Na mimi kitu yenye iko
toka vile ulivyo na hizo vitu zenye ulinunuliwa na ule mzee wa kwanza, enda kwingine basi. Vile ulikuja hivyo hivyo. Hapa hapana. Wewe Deno umesikia? Deno umesikia? Hapana. That's according to me. That is according to me. Mimi wote nikuchanue pesa zangu. Hizi uwezi hapo uwezi kunichanua. Unacheki, ona sasa example umenunua, tuseme example iko hivi. Umenunua chakula mmekula na yeye, si ndivyo? Yes. Utaanza kuambia mtu utapika hiyo chakula yenye umekula? Hapana. Hiyo Uwezi. Ataenda chuo sioni, ataenda chuo si ndivyo basi. Umemnunulia nguo, uchi place yenye ameenda. Accidentally mmekutana na yeye na mwanamke. Kile chenye alikufanyia unasema tu na asimu, unasema hiyo pesa ni kama ilipotelea njiani. Usichenye amekufanyia same na ule atakuja kufanyia hivyo. That's according to me. Wanaume hivi ndio mnafanyanga? Hapana, wanaume bana mwanguke. Hapa unamnyang'anya hata kama ni panty, you wash, you pass, you perfume, you store, wait the next new class, you come surprise. Unapatia. Hiyo iwezekani. Sasa ni kama tuseme mtu akikosea kabisa, uchukue panga ukatakata. Sini. Ila hasira yenye ilikuwa nayo for few minutes itaisha. Utakuwa umechukuliwa tuseme gerezani, umefungwa. Nani ameenda hasara? Si wewe, utafungwa milele. Huwezi funguliwa. Unaona, mwili ni wake. Mwili ni wake, si wangu. Kitu yangu nimenunua na pesa ni nguo, viatu, inside reception. Yaani anavaa pesa zako. Yaani anavaa nguo yako, anatembea kwa mwanaume mwingine na unatembea naye. Mimi ndamsimamisha nimwambie my dear, simama. Akiniambia huyu my ex, simama. Brother, ana mnunulie nguo zake umpe, acha ni pesa zangu nilikuwa nimemnunulia. Simple like that. Deno, niko na swali. Deno, nataka nikuulize swali. Acha nikuulize swali. Utaniuliza Vayo. You will ask me. Utaniuliza swali baada ya mwanyagetinge kesho wanja. Maswali yako kile kuna swali weka tu hivyo. Narudi Thompson mbona Thompson uko bodi water liko. Baadaye tukitoka kwake mwanyagetinge tuingia kwake Wycliffe. Mwanyagetinge, mambo? Poa sana. Sasa sijui kamera yangu mbona ionyeshi tena. Tungangane tu hivyo sasa. Imebidi. Karibu sana. Sawa. Sasa kitu ambacho nilikuwa nasema. Ela? Enyo ni utaongea, enyo kwa nore, enyo ni utaongea. Watu tumesema mwanyagetinge nikuje kwa Kenya. Karibu sana. Mnanisikia? Nakusikia. Hello? Kwani mimi nasema hivi. Hakuna tumemnunulia mtu kitu ama hakuna acha, kama umemnunulia mtu kitu hakuna acha tena ya kumnyang'anya baadaye. Hata kama mmekosana, hiyo sio mzuri. Uweze kununua vitu zingine na kusonga mbele. Tunasikizana kweli? Tunakupata sisi. Unanisikia studio? Yeah, nakupata. Yes. Kwa hivyo sasa kwa maoni yangu naona ni mzuri kama mtu amenunuliwa kitu ama zawadi ama kitu yoyote ama nguo. Kwa hivyo ni vizuri mtu asinyanganywe. Mtu kama anataka kuenda mahali ingine aende tu nazo. Na tunasema you forgive and forget and so mimi utumie. Shikiri hapo. Nani ameenda wapi? Mwanyagetinge ngaiko agenda. Wycliffe fungo boneri swali. Yani you forget how long. You forget how long. I mean Kila siku you forget. Okay. Wangapi? Yeah? Okay, for example,
for example, if somebody wants to move with everything that I have in the house, there is no problem with that. I will purchase other things in time. Yeah. Anyway, na kunarejea kwenye. Hiyo maoni ya Thompson Omari, hiyo maoni ya Thompson Omari na yaunga mkono 100%. Mtu anaitwa Princess Anna, thumbs up done. Thank you very much. Mwanyagetinge by the way. Mwanyagetinge ngaikwaga endaga aki Mwanyagetinge. Mwanyagetinge, you are failing me, please. Mwanyagetinge, you were failing umenifaiga. Keep at you to understand me. Ulijua why mpaka tukatware ni interruption. Lakini rene mimi wairi wacha nikuje kwake. Wiri Kenya narudi kwako, wacha kwanza niulize swali na via peps. Ndio nikuje kwako. Na mimi niko na swali ya kuuliza Wycliffe baadaye. Vayo. Karibu sana. Vayo. Vayo. Kamerara. Wa. Mwanyagetinge amekuja. Okay. Mwanyagetinge, unanipata? Sana kupata vizuri. Karibu sana, nafasi ni yako ndugu. Sasa mimi kitu ambacho nilikuwa nasema ni moja tu. Moja lakini kwa nyingi. Unajua wakati una sacrifice unajua mtu unajua mke ni mtu ni kama ni mtu ambaye mnakuja pamoja mnakuwa kitu kimoja. Sasa kama ameamua kuenda nje, ameamua kukataa, hiyo inamaanisha kwamba sasa amko kitu kimoja. Mfanyia vitu ni kama wewe unajifanyia kwa sababu kitu kimoja. Sasa mtu amefika kama sasa anataka kuenda. Hakuna haja uende na vitu zako ambazo ulinunua. Hiyo ni kitu yako. Kama ulimnunulia hiyo ni yako. Kwa sababu ni kitu kimoja. Ameamua aende kwa mtu mwingine. Wewe kushia mwanaume mwingine. Sasa mwanaume aende kutafuta mwanaume mwingine. Aende vile alivyo. Itakuwa inakuuma sana. Sasa uweze sema kama nimenunua iPhone yangu ya iPhone yangu ya 1100 nimwacha aende nayo kwa mwanaume mwingine aende kujiringa naye huko. Yes. Mwanamke gari aende na wetu muachie hiyo ni yake sasa aende na hiyo gari. Imagine. Nyumba umemjengea unataka aende umuache na hiyo nyumba alete mwanaume mwingine. Yaani zakikwana. Ongea bwana wasikie. That is a mistake friend you will do and utakiwekea pressure tu skuli zikuue. Anyagetinge. Kuna swali. Niko na swali kwako. Niko hapa nakuuliza swali. Swali yangu ni hivi. Sasa ukisema ulikuwa na demu, alafu mkakosa na hiyo demu, itumunyanganya kila kitu kaende. Wakati mlikuwa na yeye, hiyo surprise yenye ulikuwa unamletea, huku namletea kule. Unajua na wanaume wengi kitu inawasumbua ni wifu. Uko na wifu sana. Unaona sasa nikitoka na hizo vitu zako tinaenda kudunga kwa mwanaume mwingine. Nikiamua kukutoka my friend. Hivyo kuna kitu umenifanyia maana nikutoka.
we mwenyewe jikaishe, jiite meeting ujiulize aje, mbona huyu demu ameamua kunitoka? Hauwezi niambia tutanyang'anya Sasa nataka kila nikujibu. kitu. Kutoka na gari yangu. Allow me answer you. Mm. Tumekuwa na wewe in a marriage, we are not talking about girlfriend. Talking about a life partnership, eh? We are in a marriage, a courtship. And then tumefanya vitu pamoja. Mostly nimefanya hivi vitu kama mwanaume, you know, a man struggles for the family. Nimekununulia gari, hata kama si gari. Hiyo kitu kidogo ambayo nimekununulia kama bibi yangu ambaye nikikufa, anytime nikikufa, wewe ndio utasimama kama familia yangu. Ndio maana wanasema sisi ni kitu kimoja. Inamaanisha kwamba yani sisi tuko wawili. Mmoja akiondoka, mwingine atabaki kwa familia. Sasa wewe nimekununulia hizi vitu nikijua kwamba hizi ni zangu, mwenye ataondoka atabaki kurithi hizi vitu. Hii mali ausomeshe watoto, afanye nini? Hapana. Utaondoka bila kitu yoyote. Hata kama nilikuwa nimekupa watoto, I'll take full responsibility, but you as a person hautaondoka na kitu yangu yoyote. Kama ni hukuchangia kitu yoyote, hautatoka na kitu yangu yoyote. Lakini watoto wangu mimi, I'll take full responsibility as a parent, and we'll be doing co-parenting. Unaelewa? Ndio maana nawaambia wanaume wengi hapa wakiacha wanaenda kukunywa dawa. Mimi naonanga mwanaume mwenye anaenda kujinyonga ni mshenzi na ni mjinga. Yes. Hiyo unajua kitu moja wacha niwaambie na nawaambia for free. Ina marriage usiweke mapenzi mbele. Ukiweka mapenzi mbele umeanguka. Yes, I'm telling you for free. Mapenzi eka limit kwa marriage. Ukiweka mapenzi utapata bibi amekwambia niwekea maji kwa bafu. Bebu nipikie na utapika. Hiyo ni mapenzi. Mapenzi mapenzi na mashenzi sana. Watebi, waambie. Ama penzi yako nyoma senge chongo wanje to mukungu. Nyoma because you want a family and respect. Yes. Respect. Lakini ntonga base obwanchani tigara sa campus gali tigara baisi aba bakominyoka para. Lakini omuntu gwakire life wamanyire what is life you want to settle. Achana na mapenzi bado. Nyoma for companionship, for partnership, not love. Love nere yagalira abantu bakule family nyinge jabo tokira. Okonyora bwanje to muntu takwanje ti. It's a mistake. We as men we are doing. Imagine unaenda kwa duka unatoa shilingi 300 unanunua panti nzuri, unanunulia mwanamke na kuacha, alafu na panti naenda kuonyesha mwanamke mwingine. Anatoa mimi ninaosha, ninapaka perfume, ninakunja vizuri, napatia mwenye anakuja. Umugorera buya umugaga ndoji kwenye rusi. Manyasa. Akani we. Nakingo watayabadilika sana. I'm advising you for free. Ebintu mbere intubuna into tokora abasacha bigo toyeri. Yes. And let me tell you, in a marriage where there is what is valued that we value love, that marriage doesn't. That marriage you cannot even invest because mwanamke unajua hawa ni viumbe dhaifu. Atakwambia bebu nataka 1,100 akiona mshahara. Utampa au utamquestion kwa sababu you are blinded with love. Another thing, you will not even help your immediate family. Akikwambia bebu hakuna pesa akukurudia hii sasa kata bebu pesa hakuna inatoka hapa. Okonyora kwa ramire no mama mino. Ande mama mino na ro struggle. Pako kuikira na kingo batelinga, if we value love then something is wrong. Then our families
will not succeed. This was a very necessary, and I think I must come in and support this, because if we value this thing called love, then we are no more. Because awi so kulge kan to ko love ne kan to very yani na bomu na bomu nengi no ruteru bomu nengi ko bwe ta bunga you are in love. Omwanchi ni bware rang karabure gas. Aralia. Ere to ko nyome senje ba tebete. Baminto nyoma yani nyoma ko nyora abana anja abana ba utalingo anje mukaba. Nako byara iga umwana ngwanje. Eh. Mukali. Ongea Kiswahili hata Wiri Kenya asikie. Ongea hata Kiswahili Wiri Kenya asikie. Ndio nipatie prayer ni matara. Tiganda abatebiga. Ometo mukungu no muntu ramwe kokorosia mali. Onya kabwate muntu uri nenda mwamwe agoite anytime. Amali ya motigale. Kai. Uitali muntu nere manyinga ubwata manyinga ago my friend. Let me tell you, and I'm telling you for free. Uitali muntu muiboire nere mugasoka kurwende ya mumubwata amanyinga muragende DNA tebo noyo mino muntu bwata amanyinga amana bwata liirianda oino muntu mukwimira nere borere nibyo bwata musacho ndo kuranyole ngabana abutali bago ibo aruse tisiko obi Ndio kabakubwekane. Lakini kabakubwekane aga chako tamboke. Anyway, Kanda for free. I'm finishing up. Yes. For free. Na ebuno leiga. Mo mino we koma tato mino ningo. Okay. Mwe kanita atarende. Aga gotamboke tamba buru. We can You can take it that from me. You can even read even it's in science. The immediate environment. Jamfin asanta drama. Yes. I know. YouTube. I know what the YouTube very much getting to what take to again my brother. One of what raga ngote kitoka ndi chiteka chile chiko bwatia. Tobe sikoge na gaita suwanza kwa. Sawa sawa. Weekend samani sana kwa kuchunga. But you are together, shikilia hapo narejea kwako. Asante sana Wiri kwa kuvumilia. Faith Makwara pia nakuwa na Vibe Peps. I see you. Makogoti Bwari, wewe nawe umesema panti sana. Na ni ya 300. Yes. Wote kusema kuna mwenye alienda nilimnyang'anya, nataka asema amekataa kusema. Makogoti Bwari wanaume 300 detine tu somo sata kieta aka mataba linki kya kutenga 300 peke. Brian Matara. Brian Matara. Mamba. Biyande mwana minto. Yanda wana najana ngara mubwate topic ntindi. Karibu sana kwani abantu abakima naandika kwa subscriber. Nimesikia kuna mwenye elewi hii lugha. Kuna mwenye elewi tunachanganya tu. Anaitwa Wiri Kenya. Ama namna gani? Ni kweli. Tuko pamoja hapo. Wana ndio swa somo chadara. Enyumo ya rero ne nkongu mugambi. Yes. Nase. Nakikwa roya sagera ata ne nchinga. Kia Mungu mama tusiane nyingi sige. Nebi urombago. Nakidoa tena ki. Ongea Kiswahili, ongea Kiswahili. Haya, wacha tuongee Kiswahili. Mimi nasema hivi. Marriage of today is very dangerous. Yes. And I'm wondering whether the future generation will have marriage.
Our wives are really demanding, and they are over demanding. And it is a case. It's a case that if you marry a wife who has been having an habit of having 10 boyfriends, that's not a marriage you will have, my friend. That's you are adding more problems to your house because we will not stay with you. Brother, where were you? And the two, these women are becoming very wanataka pesa mingi. Now, if you cannot sustain them, they will go outside there, they get sustained. Jioni anakuja anakuambia nasikia kichwa inaniuma, waje nilale. Watoto wamekuwa wakinisumbua. Kumbe jamaa amekula kanyama hapo nje, amekuja sasa ana relax hapa, hataki ugundue chenye ameweka. So that's why we say in today's marriage is very dangerous because sustaining these women is very difficult. Vile huyu jamaa amesema eti nowadays they usually do what? Wanaenda wanapewa mimba nje wanaleta. Ni ukweli. And what they usually do Mbanek, they just go and get mimba yenye wanataka kwa sababu maybe nilikuoa na si kwenda shule, sasa sielewi kwa kichwa, unaona kichwa ni marabuoni. Unaenda unatafuta mwalimu anakupatia mimba, alafu unakuja unanikanyaga mguu, mtoto ananifanana, unasema ni yangu. That's the character we have in today's ladies. So what we are trying to say, to sustain such kind of ladies is very difficult. And I'm telling you as men, kama wanawake wako hapa pole, never show your wife where is the money that you have. Huyu atakuua kule na mbango ya kama. Because they will be in your funeral waiting you get buried. They will get wakuue alafu waanze kukula pesa yako na mbango ya kama. So we fear this lady so much. Sijui kama nyinyi mnawaogopa. Mimi naogopa kabisa, ndio manake na mnyang'anya kila kitu changu kikosana. Mimi natembea na idea yake kwa sababu natembea na idea yake kwa sababu ni ng'ombe itaweza toroka wakati wowote. Kwani ID ndo nini? So that I give it him. Kumpata na idea yake. So I think na kia times I like hapa kusiesta to be entitled. You must be entitled. Any property you make, whether the woman has bought it, let it be in your name. In case of accident, the division will go to the children or your mother. So the women of today needs a lot of dictators. Sio kwa watu wa kupembeleza. Dictators. Na ukiona ameanza kukusumbua vile mwenye kitinga alikuwa anasema, huyo fukuza. Because usipofukuza atakuua. Unajua wanawake mmoja. Ama namna gani? Siku hizi tuko na pending vile anaenda hivi replacement immediately. Yes. Nowadays unajua we don't follow up women kwa sababu ametoroka. Nasema haleluya, hata wewe nilikuwa nimechoka na wewe, nimeweka kajepsi kingine kageni hapa. Sasa kama unakuja mkae wawili. Wewe ukae nyumba ya chini, wewe akae nyumba ya juu. Kurutu bonga sio light ni angalie mwenye anaongea. Brian unaongea kana kwamba vile tu jina lako liko. Brian na Kembo. Tumelianza leo tena. Ingine kwa sababu nasema facts. Tumelianza leo. Faith, niache Brian ongea. Derima nakupatia nafasi baada ya Brian ni wewe. Kurutu atara ni wa makira. Hapana, mimi bado sijaongea and I'm hosting here bana. What I'm trying to say mamba. Hata wewe Kenya ataongea mimi nimekuja watu kama 5 wamenipita hapa. Imagine I'm waiting. I need to talk. Wewe enda pole pole. Mimi nimekuja watatu. Mwenye niko nayo ni watatu.
Kiswahili. Hata tuyange ende na harusi. Usichoke. Ama tumekuguza roho. Yes, tuendelee. So tunasema as a man of experience this 2010 nimeoa watatu. Hata wa kwanza sikumbuki alienda wapi. Kwa sababu anakuja na kuomba chips, anakuibia pesa. Unataka kuleta pesa, kumba ameenda na vile tunalewa, ameenda na pesa yako, kesho unatembea bila pesa. God forbid. Hao wanawake ni wezi. So do not put all 100% love to any woman. A woman can kill you, but a husband cannot kill you. Tugangura motori kukonya kotanga It is easier for a woman to kill her husband alive. Alright. Mimi sikuja hata zirali na yeye naenda huko wakati na muhitaji, wakati ingine na jiseparate. Brian. Kwa sababu unaweza lala usingizi hivi usiamuke. Waseme ni pressure ilikuua. Brayo. Nataka wewe sasa tuko pia moja. Wewe mimi na wewe tu. Sasa shikilia hapo na rejea kwako. Round 2 ipo. Naona kichwa moja inaangalia. Akienda kuamka anaona ameangalia kitu moja. Sirono nimekuja hata watu wamekuja mjadala imeamuka. Waje iendelee kuamuka kabisa. Okay. Wili Kenya nimerejea kwako. Wili Kenya ndio nenda kwake Derima. Wycliffe. Yes. Wycliffe alikuwa hapa mapema kimsumbua pia atazungumza. Yes, tuendelee basi Wili. Okay, niliwacha kusema uko na swali nataka kuniuliza. Nilikuwa nataka kuuliza tu hivi. Umesikia kwanza vile Brian ameongea? Nimesikia hiyo yote. Sasa ndio nako tulikuwa nakupatia advice vizuri hivi my brother. Yeah. Hao wanawake ukianza kuinvest utaenda hasara. Hasara kupu. Hasara kabisa. Hata kama ongea mtuanisha hapo mwambie nenda. Hasara kupembeleza na watu. Atakumaliza uzuri kilikuwa nakuuliza nani amesema hawa watu bana Wili. Hawa watu bana. Anawaje mwache kuwaita babe, darling, what? Muite jina yake. Hebu wacha Wili aseme yaliyo yake kichwani. Wacha kumsemea. Wili sema. Mimi nataka kusema hivi. During the time ulikuwa mna meet. Hello. Okay. Yes, tukupata. Ngo sali. Nasema hivi. Ngo sali. Wewe ngoja. During the time tumpatie nafasi. Yes, tuendelee. Okay, sawa. During the moment mlikuwa una meet, si ndio? Ulikuwa unamuita jina zote, sweetheart, darling, honey, my angel, my goddess, my everything. Names zote ulikuwa unampatia. Si ndio? But sasa hizi during the moment umekosana, amtaki kusolve hizo issues venye ulikuwa unamuita hizo ma sweetheart zote, ma names zote, mbona saizi? Exactly. So my key point is if you love unampenda, si ndio? Na unajitolea unampenda, the moment unaona ameanza kumisbehave, muite, settle him vizuri, umwambie honey 1 2 3 sitaki. Umeelewa? Haki naomba nimjibu. Naomba nimjibu. I waited for you. Ngoja. Wewe Brian. Unajua mnakaa tabia zenyu Brian tu. Nonsense. So these guys ngoja Brian. Brian ni manyamaza, umeongea na nimesikiza sijakukatisa, si ndio? Lakini hiyo vitu ya tumekataa. Hizi ifanye kazi. Brian, hold on tafadhali. Hold on. Brian nakuona vizuri sana, acha nikwambie. So mimi atachata natetea ladies. Ni sawa? But what I'm talking is the key point to stand with the name love. Na kuweka boma yako iko firm. Si ni kweli? Huyo dem ama huyo goddamn amekuzalia watoto. Si ni kweli?
Mbona saizi hata wakati umezaa watoi ndio sasa time yenye unamwambia enda kwao juu amechapa? Hapana, time yenye alikuanga kadem, you still ulikuwa unamuita honey, baby, angel, si ndio? Sasa mbona saizi ndio maneno inachafuka saizi? So it means wewe ndio uko na makosa. Because if you cannot even settle your love with her, bas what do you need else? Si utakuwa unaoa basi ladies 200, utakuwa unaona umuhimu wake. The best issues. Well, Brian, na kwanza sana sana it goes to you Brian. Nasikia umeoa 16 wives. Ama ni wangapi? Brian uko wapi? Nani niko nataka kuongea na Brian. Willy. Hello Brian. Yes, nataka kuongea na I want to see Brian. Niko hapa. I'm here. Brian. Yes. Umeoa wangapi? Mimi, since I was married, I'm 29 years and I've been dating over 40. But nimeoa watatu. Wa kwanza nilifukuza, ya pili nikafukuza, ya tatu tunaendelea tunajaribu. Nikuulize. Sikiza Blayo. Solution ya kwanza kufukuza yeye na ufukuza wa pili na watatu, shida iko wapi? Unajua ya kwanza I got it wrong through adolescence. Ya pili nilipata kwao ni wachawi. Oh Jesus. Ya tatu ndio naendelea kupembelezana kama itasimama. Brian, niko na swali kwako. Yes. Ukidate, how do you long date her? Una dating for how long? As with you don't date for long, my friend, because there is a lot of jam. Skiza. The higher you go, ndio unajua shida yako Brian ni nini? Pesa yote unaenda unaona kamlembo, hata ukaulize uko aje, kwenye ni wapi, wewe tu just take kenye unachukua unapeleka kwako. Umeelewa? Hii si garbage, si takataka. Acha nikwambie Brian. Na mwanamke wa boma atafutangu hivi. Brian, you must struggle. Brian, lazima ujue mlembo. Brian, lazima ujue kwa ni wapi. Brian, lazima ujue character zote za huyu mama. Umeelewa Brian? Yeah. Brian, ukitafuta ka garden, si ati unaenda Brian ati unaenda unabogea chupa zako bile za mnyoso ama chupa zako bile za Gilbis, and then ati unaona mlembo amekaa next na wewe hapo unambeba unampeleka kwa nyumba. Brian, you are alone. No, ikifika that 5 years nitakuwa stable. Brian, wakati ulikuwa 25 na 26 ulikuwa wapi Brian? Hapo sasa kulikuwa mbaya, nilikuwa in a university. Brian, that is the moment time unaanza kudate, kujua value hiyo dem. Until ufikisha that years. Dating for 5 years, that is a good one. Hapo 5 years walikuwa wanakuja bwana. We had no space. You had no space because of your tamaa, fisi. Si ndio? Sio fisi. Ndio sasa uanze kukimbishana ukiwa na that 5 years. Definitely, do you mean utakuta ukuwa settled kweli? Hakuna. Brian, you can have money. Skiza Blayo, you can have money, alafu na lose love. Something called love is something intelligent. Na Brian, wakati uko na love kwako na unapenda mtu mwenye anakupenda Blayo, sioni kama unaweza toka nje tena. Na Brian, sioni kama unaweza fukuza bibi mwingine. But Brian, wewe unaenda unatafuta kitu tu from nowhere, ndio maana unaoa leo unafukuza kesho. Juu kazi yako hata kunyandua tu. Nothing else. Lakini ukipata haka mzuri utafanyaje mkubwa? Because hatuamini wanawake wa siku hizi bwana. Nyinyi hamwaminiki kwanza, you are worse than women. Thank you so much. Brian. Yes. Acha nikwambie Brian, ama Kikuyan Brian. Si sawa? Makisi. Thank you so much Brian. No, lakini skiza Brian, me I love, napenda magadem wa Kisii sana, akina Nyaboke, akina nani, I love them because they know how to treat someone with love. They know how to give. I don't know, sijui utakwambia nini Brian, wewe ujai na gadem wako kwenyu mwenye anakupenda. Hey Brian. Mimi sio Mkisi. Umeoa nani? Mkikuyu? Mjaluo. Moja Brian, ndio kwanza nakuambia Brian, moja you just learn from happiness. Kupewa tu leo unapewa leo, kesho Brian angalia future kesho.
Brian. Hey. Brian. Aba usibanje tamatoke mono bwana mwabato nyari. Nje kurutunga bagangorara. So Brian. Baba. Derira. Sawa. Brian, ongea ni Kiswahili. I need to hear you Brian. Hata kama utanitusi ng'ombe, nataka kujua. Hapana. Tunasema wewe ni mzuri na tuko pamoja. Ni sawa, sikatai tuko mzuri tuko pamoja. No, lakini Brian, wacha kukua unaoa kama mang'ombe. Sawa? Alright. 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 Okay, asante. Shikilia hapo. So ndo nasema okay. Yes. Weekend. Yes, niko hapa mama. Brian yotire wera. Brian gutire wera. Thank you mami. Thank you, appreciate mami. I love that. Mwambie tena mami, mwererege. Hawezi jua, hawezi hawezi jua the Willy. Yes. Willy. Yes. Waterera ako hapo. Muulize mama bu mweleze na Kiswahili. Derima. Alright. Inamaanisha nini? Inamaanisha kazi hapa wewe unaona. Thank you so much. Okay, thank you. I really appreciate you. Whatever you are. Pokea you. I wish I meet you. Okay, shikilia hapo. Sasa Brian, our ladies ni wetu. Brian, if you show the girl them love, umuonyeshe unaweza mpatia everything she deserve. Mmoja Brian, unatoka kwa nyumba asubuhi, unaingia saa 7 za usiku. At least your girl them iko siku gani ataifurahia? Alright. Wewe girl them amezaa, ni kweli? Amekuzalia first girl, amekuzalia first boy, si ni kweli? Alafu Brian, hata uwezi enda kushikia test ya mama mtoto, at least muonyeshe you are the daddy. Ani imagine Gardem anapika, anakuoshea nguo, anakufanyia everything, na unafika saa 7 za usiku ukiwa gauge, umelewa. Si ni kweli? And then Brian, unaniambia mama unambaia party, suruali, alafu unamnyang'anya Gardem, wewe Brian hata una adabu wewe. Okay, wiki. Yawa. Kuna watu hapo watazungumza utanichapa. Ngoja kidogo, hata mimi nimehold over 35 minutes. I have hold that. Wacha William ongee. Wacha William ongee. Ni kweli. So, sawa, thank you so much for those 2 minutes umenihad. Mimi naweza sema hivi. Kama Willy Kenya. The moment you have gained na umeamua kuoa, ebu try kuwa na a bit time with your wife, a little time with your kids. Umeelewa? The happiness usitafute huko nje kwa vilabu. The happiness iko inside your house, ukiwa wewe na mama, sawa, na toto. Umeelewa? Peleka mama out. Mmoja mama anakasilikanga juu au mpeleke out. Unaenda club unalewa. Umeelewa? So the garden mama wako peleka yeye out, enda naye mfanye shopping vizuri. Wewe mwanaume unabai panty ukiwa nani? Enda na yeye, chagua panty mkiwa na yeye. Unamuuliza babe unapenda kala gani? Sasa tunamletea hapa kala black and eventually anataka white, alafu unaniambia mtakuwa ati nini na yeye? Kuna there's never. So Blayo, the moment utakufurahisha mama, sikiza. The moment utakufurahisha mama wako. Hapa ndani. Kusema Brayo. Blind amekuwa notorious. The blind yeye nasikia hapa akiongea. Blind is this according to you. Juu uko 40 years na umeoa 5 or 4. Blind, what I like to do is appreciate mama wako. Peleka mama wako out. Pia mama wako to deserve. Give the time mama wako ana deserve. Willy. Karwe studio menyoko kwa nyanya kalinda ni wakale gasio. I wish na kuja kwa hiyo studio. Okay. Brian wewe. Willy. Fika 40.
Bwana umeniseesha haraka bwana. It's okay. It's okay. Uko ngapi? 29 bwana, na niongezee 11 bwana. Hawa. Okay, It's okay, sawa. Acha tupatie mlembo a chance because he has something to say. Mlembo atuongeleze bwana. Tafadhali. Tukiongea tunarudi. Kama kuna kitu mlembo jitetee. Endelea kutuwekea maneno. Tutarudia tena. Tenda. I'm after you, Brian. Comment mbili nipatane Derima. Mkogoti bwali, let me ask Brian, ukienda kwa hoteli ukule food ikuwe mbaya. Unge ingine tena ukuwe hivyo. Mpizi ndiye aji ama wewe ndiye uko na shida. Okay, hapo sikuelewa hiyo comment. Kuna mtu anaitwa Frida Mosiria, jina player ni zo wa Mkogoti bwali wili 5 kwako. Mkogoti bwali mimi nita hiyo jina kwisha. Anyway, Derima. Mambo. Poa sana. Karibu sana, salimia watu, ongea na Wakenya, nafasi kwako. Asante sana kwa nafasi. Kwanza nisalimie mama yangu, madada zangu, mandugu zangu kule nyumbani. Na marafiki zangu nikianzia Kurutu. Na wote tu wenye wamenisikia wakiwa Kisii Hot TV. Nikuje hapa nisalimie wenye mko kwa screen na wenye wako kwa comment section. Hamchambo. Hatujambo. Okay. Mimi kwanza nimeudhika na huyu Brian, hata ungemtoa kwanza ndio niongee. Brian hapa. Mimi na Brian tukaa hapa tuongee. Ningekuwa mimi ningekuwa host, nyinyi mngekula nje kwanza niongee. Yaani Brian, unataka kusema unajua mama yako angekuwa hivyo ungepatikana. Ile wakati wake. Just appreciate sisi wanawake, sisi ndio tumefanya but kono nasema tusiitwe Anyi na Sweet na hizo majina. But the culture, the Prayo, naomba tu hivi, we will react after kila mtu ameongea tafadhali. Nataka hii kwanza kila mmoja akuwe nafasi ya kuongea. Tukirudia sasa ile ya kurudia ile nyingine ya pili. Ile kila mtu anaongea hapa, hiyo sasa iko. Round 2 is coming, wewe kila mtu ana react sasa. Kwa hiyo tusikie huyu tumtoe makosa. Ndio ongea vibaya. Ndio ongea hapa ndio tuweze kumtoanisha hivi. Karibu sana Denmark. Sawa, mimi ningependa kusema hivi juu mimi sina maneno mingi. Nasema mtu akichagua bibi, ujue ni mtu mwenye mtaenda kukufa na yeye. Si mtu wa kupenda upitie urudishe. Kwani ni contract. Yani you just eat and run. No. Ukitaka bibi wa kuoa, tafuta bibi mwenye mnaenda kukufa na yeye. Si bibi utaenda after 2 years umemtupa nje. Unaona? Makosa ni ya kuongelelewa. Hivyo kama mimi nimekukosea, niite. Si makosa ni ya wanadamu. Na kosa si kosa bali kurudia kosa ndiko kufanya nini? Kufanya kosa. So ita huyu bibi yako si mnyama. Mwambie hani umenikosea huku na kule. Sipendi hivi. Unaona? Yes. Hii maneno ya kusema eti utembee na ID ya bibi, kwa nani alikwambia tuwezi chukua ID ya pili? Na kuna kitu kingine hapa amesema eti bibi akienda yeye ni kuleta bibi mwingine na hawezi mfuatilia. Let me tell you the truth. Ukiona umefukuza bibi wa kwanza, wewe una maisha. Nani alikwambia wa pili unaleta ni malaika? Thank you for that, God. Fanya hivi, ukipata bibi na kama ujao wa bibi, piga magoti yako chini, uombe Mungu ndiye anakupea bibi mzuri. Wacha kupitia, utakuwa umepitia milioni ngapi? Utakuwa umepitia wanawake wangapi? Chagua bibi mmoja mwenye utakufa na yeye manzi. Wacha kuonja. Utaonja tu. Utaonja azari, ukimaliza azari uonje chumvi. So sisi wanawake we are the same. Labda tu ni mafikirio ndio hatufanani.
labda venye nafikiria venye mwingine atafikiria. Makosa ni ya kurekebishwa. Waja kupitia, utapitia utachoka. Na siku hizi kama imekuwa mtindo ni utanioa for sometimes unifukuze niende kwetu. Kwani nani alikuambia wewe ukioa mimi sitaolewa? Si labda wewe ndio uko na makosa, na ukipata wewe unaoa bibi mnakozana naenda kwao unaleta mwingine. Hebu jiulize wewe kwanza uko na shida gani? Usiekelee mabibi ndio wako na shida. Kwanza wewe mwenyewe jiulize uko na shida gani? Do you have time na familia yako? Ama kazi yako ni unaamka asubuhi, unachukua kofia, miwani, mikono kwa mifuko, umetoka. Kurudi, unarudi kama unapakuliwa chakula na kuingia kwa bed. Kutoka unatoka. Una time ya kuongea na familia yako. Sisi ladies tunataka time. At least hata one day uspend na bibi yako. Lakini kama unataka bibi yako achukulie aje? Kwani aliolewa na nyumba? Sina mengi, ni hayo tu. Mwenye amesikia atasikia na mwenye hajasikia ni sawa. Simba atimange. Next mwenye alikuwa anaongea aongee. Na nimeenda tu. Wakwaneria. Good night. Umenieni college by the way. I'm going to reform. Kurudi kwani umeenda wapi? Brian. Faith. Mambo. Poa sana. Ewe nawe na siasa zako jamani zitakumaliza bila kuoa. Mimi sina siasa mbali. Hapana. Tunaongea yaliyomo sasa. Mchezo wa kuchovya huo wa kwako huo. Ndio nikikuwa mzee nizijovye. Sasa utataka ukue mzee na alafu hauna nguvu? Nguvu ya mwanaume inaishanga. By the way si vizuri. Alafu kuna kitu nimesikia hapo wanasema kwamba eti unatembea na ID yako, ATM zako. Yes. Faith last time ulinipinga. Unatembea for what purpose? Unatembea nazo kwa nini? For security purposes. Wacha nikwambie kitu kimoja. Huyu mwanadada amesema vizuri sana na yule ndugu ambaye anaitwa Willy alisema vizuri. Aje. Lakini wewe na Kurukuntu alafu na kuna mwingine pale sijui wametoka. Nyinyi mko nje ni kama bado hamjaanza kudate. Ndio maana mnasema hivyo. Bado akili zenu hazijafika kutafuta mwanamke kuleta kwa nyumba. Ukweli ijafika. Still we are young. When we will come and unajua Delima when will the time come? First of all, Kemunto kwanza Montesta. Delima has really encouraged me. Ameniambia niache kuchovya. So Delima, from tomorrow I will reform myself and I will go to church. Identify a chorister. Anyway. Anyway. What? Kurutu. Nimeremewa. Shikilia hapo. Ngoja. Hapo mokogoti kamba. Sisi nimeremewa kwenda. The ladies are eating on me so much. Wacha tusikie nani Delima ni anaendelea kuongea. Unajua Kurutu hujasikia pointi yangu. Wacha nikusaidia hapo brother. Brian. Yes. Tuambie ukweli hivi. Unajua mchana alikuwa unasema hivi. Ukikosana na ex wako unafaa kumrudishia kila kitu ama unafaa kumwachia. Tukasema vizuri hivi. Wewe ununua gari, aende na gari yako kwenda kuendesha mwanamume mwingine. Anawacha gari yako pale nyumbani, aende. Kabisa. Usichange mind. Unakaa kama Joe, unakumbuka ile kesi ya Joe Kurutu? Wakati mama mwenye alikuwa sijui KTN wali separate, alimwambia bwana, hii gari unaendesha mpaka saa hii kwa harami.
Toka ndani pole pole unipatie gari wewe endelee safari. Exactly. Yes, Derima tuendelee. Kumemaliza Derima tuendelee ndio nipatie Modesta. Okay. Ni Faith alikuwa anaongea. Faith. Oh. Faith. Naam. Oh, tuendelee pass pole sana. Sikuwa najua kama ulikuwa unaendelea alafu nipatie Modesta. Tuendelee. Sasa mimi nilikuwa nasema hivi. Unajua vitu ambavyo vinachangia hizo ambazo wewe unachangia na Brian hapa ni ile una date mtu, yani una date mtu 3 years 4 years 4 years. eti bado unampenda, sijui unatafuta nini. Huyo ni bibi ama Na yeye yuko pale kwao, wanaume ni wengi wanamwangalia. Alafu hata wewe wasichana ni wengi wanakuangalia. Kwa hivyo kama umeamua unataka mtu, jamani, vizuri tu ujitoe useme ninataka mtu. Wajua hapa tunaongelelea both side. Kwa wanawake na wanaume. Manao kunao wanawake mang'aa, kunao wanaume mang'aa. Fedhi kidogo. Mwana nacheza ngoma tafadhali naomba ukazime ngoma. Tafadhali kama unacheza ngoma. Unajua hii ni YouTube tuko na kitu inaitwa copyright. Yes, hivyo. So it's okay now. Tuendelee pasi Sasa kuna wanawake ambao ni mang'aa. Na kuna wanaume ambao ni mang'aa. Unaona hao mang'aa wawili wakipatana surely kuna relationship hapo itaendelea. Aya, ukipata ule mang'aa na huyu si mang'aa, hiyo relationship haitaendelea. Chukua nafasi yako, tafuta mtu aliyekuwa mzuri, unamjua in and out. Na kuna mtu pale alisema kwamba usiweke mapenzi mbele. Okay, kumbe umeingia online. Mapenzi ikuwe limit. Ukiangalia huyu mtu mnaishi na yeye vipi? Kumbuka ni mwanadamu mnaishi na yeye, si mnyama. Hatutaki hasara yoyote, sitaki hasara kwangu, sitaki hasara kwako. Yes. Tujuane, tuelezane ukweli, tufunguane mioyo. Usio unatembea na kadi zako, simu zako umeziweka kwa mfuko unaenda nazo chooni, zinaweza tumbukia chooni. Kwa sababu unaniogopa mimi. Kwa hivyo tusiogopane, katika ndoa tusiogopane. Na kama unataka ndoa ya kudumu, kuwa wazi. Mwanamke kuwa wazi, mwanaume kuwa wazi. Pale mtaishi maisha mazuri. Na tena hii kitu eti mimi unataka nikae kwa nyumba uniletee shilingi alafu baadaye ndio utaanza kusema mwanamke gani huyo anaketi kwa mlango eti anasubiri nimletee shilingi 5 ya kiberiti. Wacha hata mimi nijitume, hata mimi nifanye kitu pale kwa nyumba. Ikifika tukikosana my friend, hautanifukuza. Ukiangalia nyumba imejaa na tumeshirikiana. Sasa utanifukuza na vitu vimejaa kwa nyumba na tumesaidiana na wewe. Maybe kama ni kosa imebidi yani umenifukuze, hiyo umenifukuza niende kuleta wazazi. Si eti unanifukuza ulete mwingine vile Brian amesema hapo. Na makosa ikipatikana huwa unaita wazazi wanazungumza, kama ni ya kusameana tunasameana na tunasonga mbele, maana tumeonywa, tumeelezewa, tuendelee mbele hivyo tu. Acha wengine nao waongee. Kashikiriba sandi usiende tutengere ya jumurere ya kwaki usiende. Get through the good night nyote wao unaenda wapi geti wacha zako. Watu wafungue kamera, lakini nilikuambia nijue mwenye uko naye nitamkataza mapema juu mkikosana utamnyang'anya chenye ulimpaia na nimeenda hivi. Hey, usiende. Kurutu. Mwambie ni uko na wengi sasa si mmoja. Okay, sawa. Amesikia. Wewe Derima, unaenda wapi? Nitakumwagia maji.
Leo nilikuwa kwao kwenyu. Modesta Mauti, moja Mokogote network imekusumbua lakini pole. Mwana wa Isaka karibu sana. So line imefuatana hivi kutoka kwake Kemunto, umwana Isaka, Mokogoti. Sasa tunaingia jumla sisi wote. Tuna argue one by one. Yetu Ruth leo nilinyeshewa kwenu. Nikakunywa maji ya mvua. Karibu sana Kemunto Modesta kwa dakika 5, umwana wa Isaka 5, Mokogoti 5. Tukirudi jumla sasa tunapomorokana. Okay, tunapromoshana. Karibu sana wano tuwatike gusasenge ntokora wirio chire. Karibu sana Modesta Kemunto bane iliago. Kingu kwa ni baitire mwenzi. Yega Hapo kila mtu ni mkisia hapa ndani. No mugusi kwani Modesta ngabiraki. Moikoya. Inda aba Nigeria. Ometo no mubaliri sana na wara moikoya. Ndi mubaliri. Ndi jokore. Wajoko mama. Ngayo manyere. Modesta. Tunika watching that segete. Sasa hii maneno ya Brian hii, kwanza Brian wewe mimi nitakukanyaga. Nakukanyaga wewe sababu najua wakati ulikuwa unatongoza huyo msichana ikafika mpaka mahali ukaamua kumuoa, it means ulikuwa ushajua kwao, umejua tabia yake, umejua mali ametoka, umejua kila kitu. Naye pia amekusoma wewe akakuelewa. Eti ni ile kama istay kesho unaona hapana, ni kama I made a mistake somewhere. Vitu zinachukuliwa pole pole, and then when you make a decision ndio usikuje kuumia baadaye. Usiwe unakimbilia vitu. Na ikiwa mmekosana, tuseme ni bibi yako, you two mnafaa kusolve shida zenyu. Si mambo ile maybe you have ever seen something na anajaribu kukuongelesha solve that problem ndo muendelee juu unajua kuna hii tabia mtu umekosa and you know you have done it or you have done something, mnafaa kuulizana, mwambiane hapa sawa tu. Kama mko na watoto washaenda kulala, mnakaa chini mnaambiana hapa tunafaa kukaa tuongee tusolve hii shida before tuone vile yani before ituletee shida kubwa. Unapata sasa maybe bibi anataka kuongelesha bwana amemnyamazia kwa nyuko. This lady tries so hard kuongea na bwana yake, unamnyamazia. Sasa wewe ukimnyamazia unataka aende kuongelesha nani? Then sasa yeye akiamua vile umemnyamazia yeye anyamaze, then sasa yeye ndiye ako na shida. Unamwambia mimi hapa ni kwangu, mimi ndio kichwa, wewe ni msaidizi. Sasa hizo ndio unajua yeye ulimleta hapa. Ikiwa unataka kupika sukuma yako, unachuna ama unanunua, unachagua moja moja, unaona ile yenye haina wadudu, unatoa wadudu kama wako, unaiosha one by one, ukatakate vizuri, uikarange vizuri, ndio ukae chini kukula. Ukimfukuza hujamtengeneza kwesa, hujamwambia mali makosa iko. Sasa mkiona kutoka pale kwa barabara, mlioona kama mnajuana, maybe amefika, kuna zile vitu bado hujajua, kuna zile vitu hajajua juu yako, mnafaa kufunzana nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Sababu sasa Ibrahim huwezi sema sababu amenikosea wacha aende, ako katoto kamoja, wacha tu aende, nitaoa mwingine nitaza. As time goes by unaendelea kuzeeka. Maybe yeye ameenda akarekebisha tabia yake, amepata mtu mzuri, ameenda wakakaa maisha mazuri, then sasa umeleta mwingine. Ukishamleta she is more worse than mwenye umefukuza. So pia hii utamfukuza tena ulete mwingine. Wewe sasa unaendelea kuzeeka, ukiendelea kuzaa pale nje, huyu yeye bado yeye anaendelea na maisha yake. It will come a time wanawake wote watasema huyu
hata majirani watasema umeolewa kwa ile kijana. Ng'o, huyo si mwanaume. Uanze kuenda kwenyu saa hii mapema before ushike hata mimi. Sasa utabaki, utafika 8 kama hujai kana mwanamke mwenye unaita ni wako. Brayo. Nakupata Modesta gani? Na kuona penye umetekea masikio vizuri utapinga. Yaani I was imagining the way you were talking. The way you were talking. Brayo. Kidogo, unajua nimpatia dakika zake, nipakisha dakika moja. Nye na kuruko mwana. Yeah, exactly. So, for me, ukikosana na mtu, kuna zile unafaa kuangalia. Nyinyi kwanza solve hiyo makosa kwanza. Ikishindikana ndio tumana sema, hata unajua kuna siku hizi kupiga simu unasema na wahitaji, unapigia hata wazazi wake, ndugu zake, unawaambia na wahitaji mkuje kunitembelea. Yes. Huwezi fukuza mwanamke ati aje gitiki na pepo yende sioleta hivyo. Sasa words zilikuwa za kitambo. Wacha nikuambie kitu kimoja. One way ya kupunish mwanamke ndiye akarekebisha tabia, ndiye aibike kuenda kwao, asikuje kurudia mtume kwao. Akikosa kesho atajua kwamba si utapiga simu. Sasa mweke safari na nguo zake zote, aende kwao, when wiki akirudi atakuwa amerekebisha tabia na mtongea. Asante sana. Modesta, usiende tafadhali. Dakika 5 zako zilipiga chini, lakini kirudi tena naanzia kutoka. Kukurikuntu. If I was there, haki ya Mungu ningekuunda. I'm that kind of a person. Umeongea vibaya ati nikumwekea mangu kwa bagi aende kwao. Rutungwani wa magori. What do we use of zake? Ulishamununulia hiyo ikakaa yake. Unataka ile alikuja nayo na kiatu, umwambie ende uleta wasasi. Brand. Kuna hii time yote amekaa na wewe. Hizo vitu ulimbaia ni zake. Kuna zile vitu kama gari ndiye haezi enda nayo. But kama gari umenunua na umeweka kwa jina yake, hiyo bado ni yake. Yake pesa ni yake. Tuweke kwa jina yake. Kama umenunua gari na ukaweka jina yake ni yake. Modesta pesa ya joint mnagawana katikati. Anyway, asante sana. I'm coming to you guys. Nakuja kwa jumla ile ya kuargue. Anaitwa Harrison Wanja. Hello, I need a live one, join me. So Harrison Wanja, fanya hivi. Kuna link hapo kwenye comment section imeandikwa Kisi Hot TV. Wewe guza hiyo link, jipu jinsi ambavyo nakwambia. Itakufikisha hapa ndani. Mkogoti bwali, good night guys, but prayer ni niko na wewe hata kama ni siku 10. Tafadhali Mkogoti njoo usungumzie prayer ni hapa. Tumalizane story hapa. Hii story inaisha hapa leo. Tumalizane hii story tumalizane. Mwambia kuja. Omwana Oisaka, karibu sana, fungua microphone. Omwana Oisaka, unanipata? Omwana Oisaka, fungua microphone. Jambo Omwana Oisaka. Yes, Harrison nimemwona hapa. Karibu sana Harrison. Omwana Oisaka, mambo? Rungunto. Yes. Baada ya asubuhi. Salama sana. Salamu alaikum. Alaikum salam. Wala kom bislay. Yes. Karibu sana. Sasa ulikuwa na mjadala gani kaka? Mjadala hivi unasema kwamba ukikosana na mke wako, unafaa ama mpenzi wako umekosana naye, ulikuwa umemnunulia nguo, ulikuwa umemnunulia vitu, inafaa akurudishie, arejeshe ama anafaa kwenda nazo? Oi. Uliona chaja? Umeona chaja? Umeweka? Okay, umeongea watu wawili, mpenzi, okay, ni girlfriend au boyfriend au ni watu wamewana sasa kushika vipo. Okay, let's talk about mpenzi mwanao unapenda. Okay. Unajua ni kama umenichanganya kwa sababu
Hapo awali ulisema ya kwamba unamfukuza aende kwao nyumbani alete wazazi. So sijajua tunazungumzia ni mtu umeoa ama hiyo ilikuja by the way, hiyo ilikuwa yani ile yenye imekuja by the way, ndio maana yake tumeiweka ndani. Lakini utauliza baadaye. Lakini ya main kabisa. Yes. I'm back again. Shikilia hivyo tafadhali, shikilia kidogo. Kwanza nimezana na Omwana Isaka. I'm coming back to you. Thank you. Karibu sana. Wewe Brian, nakuona sana na kuhitaji sana Brian. Niko mkubwa. Okay. Hold on please. Tumezana na Omwana Isaka. Nakuja kwenu tafadhali. Yeah, so ulisema ni mtu gani sasa tunazungumzia? Tunazungumzia mpenzi. Okay. Umekuwa na uhusiano na mtu. Mmependana, ishi pamoja, mmekaa pamoja, mmefika katika mahali mmekosana, mmeamua kuseparate. Je, ndio nauliza. Akienda anafaa kukurejeshea kila kitu chako, arudishe kila kitu, ama unafaa umwachie aende nazo? Okay, hapo itategemea na hekima ya mwanaume. Kuna wale wanaume, I'm sorry kusema, wako na akili duni. I'm sorry. Mtu asipeleke personal please. Ataweza amwambia amrudishie mpaka kalamu. Handing over. Exactly. Anielewa? But kulingana na mimi sioni ni kwa nini udai vitu ulipeana. Kama ulipeana zawadi, sioni kwa nini udai hiyo vitu back kama mmekosana. Pengine kama ni mtu mmekuwa mmekaa na yeye, unajua ukifanya kosa kuna njia ya kuzungumza, communication, muelewane vizuri. So kukosana sio haisemi ya kwamba mkikosana hiyo sasa ndio mnakosana kabisa, mpaka umtume kwa vile ulisema. Na kuna ile dhamiri ya wanaume tunasema ya kwamba ukituma mwanamke kwao ndio atajifunza adabu. Bora tunajidanganya. Kama mwanamke ni mzuri, kama amekosa, mketi, muongee, msuluhishe shida zenu, hiyo mambo inakuwa mazuri. So it's not a matter of that ukikosana umtume kwao ati ndio ajifunza adabu. Ile pale wanaume sometimes tunajidanganya. Kwa vizuri, kama amekosa ni kuketi, mjue shida mvua ilianza kunyesha wapi, alafu ndio msuluhishe mambo yawe kamilifu. Yeah, so hiyo ndio, that's what I can say, unless kama uko na question. Niko na swali. Auliza. Ndio nauliza. Salome, mwenyewe karibu sana. Na kuuliza tu hivi swali, ndugu yangu Omwana. To be very sincerely. Sorry? To be very sincerely. Umefanya shopping, umenunulia mtu gari, yeah? Ameamua kwenda kwao na mumeachana for real, for good. Mumeachana si kupatisha, lakini unataka si akuachie vitu zake aende kwao sababu mumeachana na yeye. Vitu gani sasa? Vitu gani? Si hii vitu ilikuwa yenu? No, hii ndio nimenunua. Ukinunua ilikuwa ulimnunulia ama ulifanya nini sasa? Nilimnunulia. Na mnakaa pamoja? Tumekosana, ameenda. Okay. Sasa hapo kama ikifika hapo tutafuata katiba inasema nini? Katiba ya Kenya inasema nini? Katiba inasema nini mkikaa na mwanamume ama mwanamke miezi 6 mkiachana? Mnafanya nini? Si mnaachana? No, nasema hivi kaka. Nasema hivi katiba ya Kenya kuna kipengele fulani inasema ya kwamba ukioa mwanamke kama ulimuoa na mkanunua mali pamoja, na mkiachana kuna portion anachukua na wewe kuna portion unafanya nini? Unachukua. Kwa sasa ukitumia kiimra hapo hamtamalizia poa. Sasa mkisema kwamba wanasema kama mtu anachukua half, si ndio? Yeah. Sasa kama unachukua ile kitu yenye ulikuwa umenunua,
Yeye atanunua. Si pasa na kile kitu changu anaenda well and good. Kurutu. Oh. Let me tell you one thing. We know the law what it says about marriage act. And let me tell you, that woman must prove beyond reasonable doubt that she contributed towards the acquisition of the property, whether the vehicle or the pen or whatever the chair, has to prove. If she cannot be able to prove, has to hand over. Yeah. There's nothing that can happen unless ni sheria inasema hivyo ama ni wewe unasema hivyo? I'm telling you what the law says in the bottom line. Okay. Hiyo ni sheria yako Brayo. The law says go and read the marriage act imepitishwa juzi. Ndio nikasema Well. Hey Kurutu. Yes. Huyu Blayo anasema which act na wewe ulisoma kwa rules gani hiyo yenye sisi hatujui? If you don't know, you will know. Brian, if you don't know, I know. What do I know? You want us to refer? Hey, just to show us the which actor. Just to know, like it's not an option. It's not a what, but it's a point that she has to approve and prove what she brought to the family before you share equally. Brian. I'm getting you. Mmekuita wangapi? Waine. Sasa wewe inakaa uko na bride mingi. Wewe na kukurikuntu. Nyinyi ni wale mnachapa mwanamke mnasema na nikusikia ukisema nilikuwekelea ngumi usiku. Sio kuwekelea mchana ya mwenyewe nikumwambia enda tu. Yaani asante. Kurikuntu. Oh. Hey, Mungu. Unaona sasa umesema kwamba hakununua chochote, wewe ndio ulivinunua, si ndio? Yeah. Sasa nikiwa pale kotini na mimi nitademand ile miaka ambayo nimekaa pale kwako umenizehesha, nitaitaka na lazima utanilipa. Yeah. Hiyo iko. That's the point. That's the point. Iko. It is a win-win situation. Napenda hiyo. Kurutu. Hiyo utakuwa unaambiwa ni hivyo hivyo. I will be paid back. Brian, a minute please. Nakuja kwenyu. Brian. Isaac you have yes. Kidogo tusamahani. Tafadhali niruhusu. Isaac umwana Isaac uko na dakika 1:30 ndio nileta Mkogoti inaitwa kilikuwa na msumbua ndio tuingie sasa jumura. Tafadhali niruhusu. Mimi bado sijaongea mimi bado. Nani? Hata mimi sijaongea. Hapa mimi bado sijaongea mimi. Niruhusu kwanza. Kuna watu Harrison mara ya kwanza ulikuwa unaitwa Wili Kenya. Unajua naona kila mtu hapa. Niruhusu kwanza tafadhali. Sema ataongea. But I want everybody kwanza asungumze mara moja. Hata mimi nataka nikiito emete. So, okay, Omwanchi nataka kupatia dakika 1:30 malizie ndio nilete Mkogoti. Ya sasa tuingie sasa mpaka mimi, tuanze kuchangia hapa kila mmoja. Lakini ila tu kila muda mimi after Mkogoti ni mimi narudi. Sawa, it's okay. Yes, tuendelee Omwanchi kuja. Yeah, okay. Hii argument unajua sasa hii siona kama ni kidogo vile unafikiria. Hii discussion sio kidogo. Kilioko ni ya kwamba wale wamechaliwa kuingia wale wamechaliwa kuingia katika ndoa. Yes. Na wametafuta properties together na wamefanya projects together. Yes. Waombe sana ili wasije wakaachanishwa waanze mambo ya makesi. Kwa sababu hii mwanaume hawezi toboa, ura atatoboa na kupegwa poshoni kubwa ni mwanamke. So the thing is hii mambo wale tumechaliwa kuingia pale tusingatuke, tulinde ndoa zetu
ili tusije tukawa tunapishana hapa vile Brian anasema na Kurunkuntu. At the end of the day mwenye atafaidika ni mwanamke. Mnaelewa hivyo? Ya sisi wanaume unajua tutaonewa tu, lakini ukweli ni ya kwamba mwanamke ndio atapata big portion. Hiyo hakuna shortcut. Kurutu. Okay. Yes. Okay. Oh. Can I interject? No, yeah, just a minute. Yes, you can. Azima. You will, but Mpe chance. Mpe chance. There's something I want to answer. Omwana No. Yes. Can I do it? Yes. Just a 1 minute. Nikikukatisha sasa nikukatisha sababu Makogoti yako hapa. Omwana Isaac, nowadays there's nothing like is a woman who can win. It depends on the circumstances. It depends on the argument that woman will bring on the table. Continue. It's okay. Asante sana. Kwa very telling them is self-explanatory. It's okay. Dere ni kwamboka Kurutu wewe huna pipi nyamanza, kwani kuna mwanaume anaweza nunua gari. Yani deadline, unaona mimi niko single. Mimi nilioa. Niko na watu. Kaita hata. Aje kumwaga unga. Nilioga jana. Makogoti mambo. Makogoti. Mabono. Makogoti. Obe. Makogoti yone. Akiwa no man. Makogoti obwali. Obe. Amepotea. Anarudi tu. Tutampea chance akirudi. Najua anarejea, nikiite hivyo so anarudi. So Njomete mwanda ndio mchandere na chaka ko kwane ginto nanyora brain yari ukwana. Mchandere na ro ina igore. Yani tingagere tengo masachara zora goroma kongwe ba kwanza mgozo wa Kurutu na ongea Kiswahili. Ongea Kiswahili kama mtu asikie tu. Kwanza Brian na Kurutu sidhani kama mlizanulia bibi zenu magari. Waja kukaa expensive and amwezi fika hapo. Kwanza mlete bibi wenye wataka. Kitu ya maana nilisema mlete, msiende kuleta bibi mwenye anakuja kukaa hapo kwa contract. Mlete bibi mwenye mtakuja kukufa na yeye. Maneno ya kukosana kuna kuzungumza. Na usidhani ukituma bibi kwao kuleta wazazi hiyo ndio solution. Nyinyi wenyewe ndio mmekosana. Mbona nyinyi wenyewe mziongee mmalize hiyo shida yenu? Mimi ila kitu yenye naweza sema hapa eti tukikosana na bwana wangu kama tulikuwa tumechangia kununua vitu hizi zote, si ni kugawana tu. Kama ni redio kukata katikati mtu anachukua hapa. Hiyo maneno ya kusema eti nguo zenye alininunulia akae nazo, si hata mimi amenitumika basi, si hata mimi nitamwambia nirudishe venye nilikuwa. Hata huyu nimetumia. Tulitumikana. Tulitumikana. Kwanza mimi ndio nilinunua. Okay, sawa. Sikiza, nani ameanza kuambia mwingine eti nani ameanza kugawa vitu? Si ni nyinyi? Kitu kama nguo unachukua wapi ya bibi? Wewe ombeni sana mpate bibi wazuri. Ajana na hii maneno mnasema eti kila kitu ni kama ni nguo aje nguo. Kwani nguo utachukua wapi? Utazifanya zikae bibi zenu hapo. Anyway, baada nitulie tu. Okay, shikilia hapo. Ningoje. Ati Brian uko na kamtu venye unaongea hivyo? Onyo Kisaruma anauliza. Kuna vitu. Was my schoolmate. Anyway, narudi. Narudi, anakuona pale. Mwandesta? Ulikuwa umeongea kweli mara ya kwanza ama bado? Ndio neta ruhusu kwamboka. Aliongea. Aliongea? Sawa. Ruhusu kwamboka. Tukimalizana na ruhusu tunakuta jumla sasa. Uliona hapo maneno. Bora tusikasikie. Ruhusu kwamboka unanipata, animute ya mic tafadhali. Mimi sijamalizia. Animute ya mic, ruhusu kwamboka. Wengine tumite mic. Wengine tufunge mic zetu tafadhali.
Wengine tufunge mic. Tuachie Lucy kwa mka peke yake. Lucy, fungua microphone yako. Naona pale Onyoki Salome, Onyoki Deraini, Mokogoti. Mokogoti pwede umeenda wapi? Mokogoti wacha kunifanyia hivyo. Mokogoti wacha bana, Mokogoti. Come back. Ruhusu kwamba nimekupatia dakika moja kutegea ufungue microphone nikupatie nafasi tafadhali dadangu. Ndio sasa turudi sasa tuanze fresh. Hii round 2 hapa sasa wale mko group A mnakuwa group A. Watu kwa group B tunakuwa group B. Tunarushana tu maneno, tuchivana maneno tu hivi. Tunalimana tu hivi. Lakini mimi kidogo tu hivi naenda kukunywa maji moto, sitakuwa mbaya. Rusia ameenda, waja nisalimie mwana wa Isaka, ameongea vizuri sana. Mtakielekea which point ya kwani. Kai. Mwana wa Isaka mambo. Waja nisalimie, it's a long time hatujai kutana. Mwanzo Inee kwa sema. Mimi napenda advice yake, by the way atetei. Anaongea ukweli. Unaona amekuwa advice lakini will be the first one to chase you away. Kiswahili. Do not judge a book from its outer cover. Ni sawa tu. Anyway. Mkandi lele ndoa takatifu inapaswa kudumu wakati wowote kwa hadi Amen. Zote vilivyo. Hallelujah. Amen. Anyway, late on time imekonga imepakia dakika moja igonga mwendo wa saa 7 usiku Afrika Mashariki alfajiri tarehe 2 samahani mwezi wa 11 mwaka 2021. Bado mwezi ni mchanga sana, mwezi ni mpya. Happy new month wherever you are, just enjoy yourself. Na mkikula salary mkumbuke kuruta kwa hapa mtume nusu yenu ni waweke. Ukikula sana ni I want to give this opportunity. Ninataka kuwapatia this opportunity nyinyi nyote sasa. Nyinyi nyote. Sababu I want to give you that minutes. Sababu leo asubuhi nitaanza safari moja kwa moja kwenda Nyamira kuona Dr. William Samuel Ruto. Tukumaliza safari kwa tumeachia njiani. Asante sana kwa wale ambao mnatufuatilia moja kwa moja katika siasa. Kwa maana kile kitu tunakuendelea chinzi vilivyo. Onyoki Salome, deno unitafute WhatsApp. I have something to share with you. Asante sana. By the way, msiko toa Koiraneria same school, high school. Yeah? Okay, Lucy Kini, net yangu imekataa. Lucy pole sana, but you can follow us from Park. Brian Musa karugo kirobwanga mondo mwa nyero ngori. Anyway, right on time. Brian Omwana Oisika Faith of Makoro, Harrison Kenya, Derima Kemunto Mondesta, and me Rusi Keni, Onyoki Salome, Mukandi Lele, and Deren Kwambuka. Right on time. I want to give you this opportunity now. We are sisi wote group A kwa watu titete. Baadaye natangaza mshindi ni nani moja kwa group gani? Group kiole. Niko kwa group inasema hivi. Wanawake at the moment mmemnunulia mmefanyia shopping hata ile panty ya ndani ulikuwa mmemnunulia. Akienda mwambie lete hiyo panty hapa, I wash it, I clean it, I pass it, I perfume it, I save it for the future and the next chick. Shetani achini. Koroto. Hata bibi yake amesikia mwenye utaoa ataanza kutafuta panty zenye zitapatikana kwa yeye nyumba. Kwa hiyo atafaa panty zitakuwa imefanyika. Skiza, start a new fresh being. Hakuna need ushinde. Hey. Koroto, mimi niko saidi yako lakini skiza, ngoja. Usiende na panty yake mwachie. Ngoja, what I say, ngoja. Nani wewe Ngojeni, wait for a moment. Koroto nani wewe? Okay, sawa. Anaitwa nani? Daniel Nyambane. Delma unitafute, I have something for you. Wapi? Okay. Yes, so nitakuajia, hakuna shida. Bora usikwambie kitu. No. Ninafanya hivi.
Ninachukua, ninaosha, ninapiga pasi, napaka perfume. Nikipata next girlfriend namwambia surprise, nampatia Yeah. pasi. Nitakuwa na Kurutu Wacha Muho aongee kwanza pasi ndio tukuje. Muho ameingia sahi. Muho, fungua microphone yako tafadhali. Muho, fungua microphone. Muho, mambo. Muho, tafadhali naomba ufungue microphone. Muho, Hesie. Tafadhali naomba ufungue microphone tafadhali. Hesie, Muho, fungua microphone. Anyway, naenda kuongeza maji. Naenda kuongeza maji kwa hii glasi yangu. Before enda kuongeza maji. Tunaweza kuletea maji hapo. Tunaweza kuletea maji. Before enda kuongeza maji, kuna kitu mimi nimediva kwa agenda number 1 ya part. Wewe aje yeye ende nayo. Wewe Brian ni nini mbaya wewe? The next girlfriend. Wewe Brian naona nia zako wewe Brian. Naona nia zako wewe si mzuri wewe. Kuna kitu nataka kukuambia Kurutu. Sasa hapa kama umesema kwamba wewe utanyang'anya girlfriend yako kila kitu, ambia akina Brian na wale wengine huwa wanawekwa na wanawake waondoke kwa hizo nyumba, kwa sababu hiyo ndio naona chuki itakufanya unyang'anye mwanamke kila kitu ambacho umemnunulia, kwa sababu kama ulinyang'anya sasa hizo ndio umeweka kwa akili. Kama amewekwa atembee hapo. I can give you a handshake. Where you are my dear girl? Uko wapi nikupe handshake tafadhali? Yes. Mimi siwezi wekwa naweka. Kama umesikia? Hebu sikiza. I can arudie. Can you pay back? Amesema eti wenye tunawekwa. Kama nani? Si ndio? Hawezi kukuweka, unamweka. Na mbona unachukua panty unapiga pasi na unaosha sasa, na unapiga perfume? Kuna mambo ya Brian. Yes. Brian. Yes. Kuwekwa iko kwa mambo mengi, kategori nyingi sana. Kwa group A. Hata wewe mwenyewe unaweza kuwa unajieka, kwa sababu unasema unamngoa kila kitu, anaenda unaleta mwingine unampisha zile. Ni kana kwamba hata wewe umewekwa ama umejieka. Unajua kuna vitu huwezi mngoa yote. Lakini kwa nini umngoe? Kuacha aende na akuachie baraka. Wajua unataka baraka. Unataka ule utakayeleta Faith. Chenye nitamwachia ni ndani, lakini hii masuti mzuri aniachie kwa sababu ni mimi nilinunua. Utapeleka wapi sasa? Brian, wewe na Kurukutu mmefanya hata Mungu akose kurudi haraka. Brian, niko na swali. Kwanza sisi tuko na dhambi mingi, sasa wacha akae tu. Unajua Delima alituambia tuokoke. Brian, niko na swali kwako. Huyu Brian ni choka. Sagudi choka. Wakati unachovya asari, sikiza. Wakati unachovya asari, ulisikia kikwambia hata kupea, alikupea kilo safi? Ni kweli? Alikupa kilo safi. Ni kweli hiyo bra? Lakini unajua mapenzi dumu at times. Alikupea roho safi. Wakati ulikuwa unachovya alikupea roho safi na ulikuwa unafurahia, si ndio? Sasa wakati ameamua kuenda ama wakati umeamua kubreak, mbona asiende in peace? Umpatie mali yote yenyewe. Mimi nimefukuza yeye. Sisi ameamua kuenda. Wengi hawatakai kuenda. Wakati unamfukuza hata kama ulikuwa umembaia gari as a gift, acha aende nayo. Exactly. Gari is not a gift my friend. Gari ununua mtembee kama familia. Kama familia mmoja ameamua kuongoka aache gari. Brian. Sikiza. Brian, wakati unamwambia mpaka hizo panty. Utamnyang'anya. Yaani tuseme tu kidogo. Unajua tumeongea gari ukaona kama ni kitu kikubwa sana. Simu utamnyang'anya? Atatembeaje na simu ya 50,000 nimemnunulia? Nimekuuliza simu utamnyang'anya? Ndio au la? Nitamnyang'anya simu kadi ndiye atabaki nayo.
Hapana. Simu ama utamwachia? Simu kadi ni ya nini unadhani naingia hapa? Nimekuuliza ukimnunulia simu utamnyang'anya simu? It's yes or no. Itikia. The answer is yes or no. Unajua, let me tell you one thing. Ile simu wakati unamnunulia una register with your name and also you register with your email. Akitoka wakati ulikuwa unachovya sari, did you register with your name? Kwani hana ID yake unaenda kumregister? Yo bra. Wakati unachovya sari, did you register with your name? Yangu. Yes. Ukimoa didi wewe. Yo bra. Brian. Yes. Wakati ulikuwa unamoa alikuwa watu advice yenye za wasaidia huko nje. Wada mtendo mingi. Advice ni hii. Nakuuliza hivi Brian. Nakuuliza hivi. Wakati ulikuwa unamoa alikuwa na ID ama alikuwa under 18? Wengine ujuangi. Unaombanga ID wakati unaoa? My friend, you must cater everything. Ukinunua gari lazima uangalie number plate. So wakati unatafuta huyo mrembo, you must hakikisha yeye ako very fine venye unataka. Sawa? But unajua you don't ask for ID. ID unaitisha baada ya mwingia huko. Wakati unaangalianga, sikiza, wakati una search your lady, si ndio? Unaangalianga yeye ako sawa, ako beautiful, ni mweupe venye nataka, amebeba mahaga venye unataka, si ni kweli? Hata na wewe. Hizo vitu zote unaangalia. Unatuamulia bwana. Sikiza, unaangalia hizo vitu zote Brayo, si ndio? Alafu unamuuliza vizuri, unakaanga wapi, unaitwa nani, si ndio? Mbona usimuulize kama wewe ni over 18 ama ni under 18? My friend, ukiona kitu mzuri unaanza kuuliza yeye ni over 18. So long as umeona is manageable. Brian atakula baraka akuje mpaka. Kuna unaangalia huyu si form. Unaona huyu vitu imesonga mbele bwana. Ujomba hivi na utaachana. Ndio maana wewe utaiachana na makoha wewe. Ndio maana hata shida zitaki kukuacha nyuma wewe. Ama ni mna gani? Unaomba hivi. Kwani unafanya karibini check? Lazima uhakikishe. My friend, lazima uhakikishe is fine, is loyal, is good, is soft, my friend. Si ati nitafuta from. Kwani ni takataka unachukua huko unaweka kwa nyumba? Sio takataka, lazima una unfold pole. We Anson, unfold pole nini? Yes. We hata kanyagia hata kukuriputu. Unaona venye ameweka miguu huko kwa sundi. Kanyagia hata yeye. Mimi nisema hivi. Wacha niwaambie. Sawa, nimetulia. Unanipata? Nimetulia. Yaani for almost 2 hours. Mkogoti amekuwa akijaribu wazi tusikie anasema nini. Mkogoti mambo? Poa. Brian niko na wewe hapa. Asante Mkogoti. Hawa walikuwa wananiua. Nakuuliza hivi. Umeingia kwa hoteli. Ni hoteli umeingia, umekula food, umefika kwa nyumba umepata hii food si nzuri vile ulikuwa unataka. Swali ni kwingine tena. Iza, niko kwako saizi. Kwingine tena umeenda hoteli nyingine, umeacha ile yenye ulikuwa unaenda juu mbaya. Umeingia kwa ingine. Tena umepata hiyo hoteli imepika food tu vizuri, lakini ukikula umepata ni mbaya. Mpishi ndiye mbaya ama wewe ndiye mbaya? Mpishi ndio mbaya. Mpishi ndio mbaya. Wawili watakuwa wabaya, wewe tu ndio unatapika hiyo food. Ni kwa sababu ananilenga mimi. Wote watakulenga. Unaweza kuwa na bahati mbaya wakati wowote. Hamna kitu kama hiyo. Wewe jichunguze mwana. Nilikuwa nadhani unaniunga mkono, kumbe ulikuwa unanipinga. Wacha nikwambie. Usiogope. Uogope nini? Lakini sasa si mimi ndio nimechagua chakula.
na nimekira. Yes. Yeah. Nikitabika mimi natabika mimi mwenyewe bila kuambia mtu kwa sababu mimi ni chileta, lakini naweza complain niseme hii ugali mmenipea karibu niue. Kazi yenu ni mbaya. Tena umetafuta ingine. Uliangalia acha ukaona si ya kwanza umetapika. Hiyo ingine the second round umeenda ni ingine tena. Umeiangalia tu kutoka nje umeona hii hoteli imeundwa vizuri, yani tosha mimi mwenyewe. Umeikula tena umetapika. Hii inamaanisha wewe jiangalie kama usimamishi useme wanaume wakusaidie. Hii inamaanisha hapo tumbo langu umenena hapo umenena. Unaenda chakula ya kienyeji. Kuna Yobla. Ukiona chakula ya hoteli iendangi mzuri unaenda ya kienyeji. Hey my friend. Kwani wewe utashinda ukichovyo kila mahali? My friend. Leo nakula sima, kesho wakula wari, siku nyingine wakula kitoweo. Ni gani sasa yako wewe? Balanced diet. Do you know the meaning of a balanced diet? Unachanganya. Kama uchui kupika, to enable digestion. To enable digestion, to do what? Una balance. Ukikula ugali kila siku my friend utagandana kwa tumbo. So lazima ubalance kidogo. Sikiza. Yobla, umeuliza swali simple sana. Unaenda kwa hoteli unaagiza hizi chakula, si ndio? Si kitamu. Unaenda kwa hoteli nyingine unaagiza hiki si kitamu. Shida iko wapi? Ni mpishi. Shida kwake yeye. Shida ni wewe. Achijui yeye mwenyewe. Hujui chakula kigani utakila. Haujui ni chakula gani unataka kula. You just like me nataka kula matoke and yet unajua matoke na kuharibike. This is the same as unaenda unatafuta mlembo kwa klabu ama unamokota mlembo kwenye unamokota kula kwa maremale na hata ujui anakaa vipi Yobla. Unaenda naye kwa nyumba alafu unasema si mtamu. Yobla. Yes. Mimi siwezi okota. Lazima ukiangalie ukiduruzu. Yobla, unakumbuka pale mwanzo? Yobla, umebogia mvinyo kweli? Mara kadhaa, si ndio? Wakati unabogia, sikiza Yobla, wakati unabogia unasikianga kichwa chako iko aje? Unaanzanga kustama, hata unakanyanga mbili kubwa, ni kweli? Kabisa. Uko dunia yako. Thank you Yobla. Wakati uko umabogia na wakati hujabogia kuko na vitu mbili ni tofauti, ni kweli? Is it true Yobla? It's true. It is true. Wakati sasa uko fresh Yobla, unawezanga kutafakari, unaona huyu mlembo ako na bidhamu, ako salama, ako sawa na ako hivi na hivi, si ndio? Unaona hizo karakta zote zenye Yobla unataka ziko hapo, ni kweli? Ngoja Yobla. Arizona. Yeah. Wanawake uficha tabia. Yobla said the first day. Mbona unaongea kama una experience my friend? Yobla, I have an experience. I have a madam, niko na mama Yobla. A man cannot keep the behavior, but a woman keep Yobla, but nikuulize Brian. Umeniambia umeoa mara ngapi? Mara 4, si ndio? 3. Yobla. Si umesema ni 4 na unatry kutengeneza ini ikuwe vizuri. Maybe if the third one cannot work out. You get him away, si ndio? Yes, of course. But Yobla, the problem is not those madams. The problem is yours, because you're not treating the right way that you can. And you're not finding the precious time that you have for them. Yobla, you must need to take a little moment to yourself and talk to yourself. Yobla, jita mkutano wewe. Tafadhali, sawa? You know, let me tell you one thing. I will call myself to the meeting when it is possible. Mimi sasa unajua hapa sasa mimi mtafanya wanawake watu nini? Watu fanye nini? Watu pepe. Hao ndio wametubeba.
Faith Makworo. Yobla. Naam. Umetulia sana. Nimesema ni ya jumla kina Derima wake up. Omwana Isaka wake up. Ebu nikuulize Kurukuntu, ngoja nikuulize. Nakuuliza mkiwa pamoja na Brayo. Askas. Hapo ambapo mmefikia mwataka kutafuta mshikaji, si ndio? Wajua kulingana vile mwaongea ni kana kwamba mmeweka kwamba mkipata yule mshikaji akiwadhuru ni kumvua kila kitu na mtafute mwingine. Na hii mweke kwa akili, hivyo ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu ile kitu ambacho umeweka kwa mind ndio unakutana nacho. Hapana. Wewe namna gani? Lakini ukisema kwamba najituma, nataka mtu nikae na yeye, ndio unaweza enda ukaangukia vibaya, ukapata yule ambaye umekutana siye. Utafanyaje? Sasa yule kama umemkuta kwa makosa ni ya kusungumziwa. Kama airekebishi utafanyaje? Kama rekebishi, wazee wanao jukumu ya kumrekebisha. Kama rekebishi kunayo mkondo unafuatwa, sio wewe wa kwenda kumletea mwingine. Mbona uweke jukumu lako, mlikutana kwa barabara wawili waanze kupatia wazee? Waje wazee walale bwana. Wajua Brian unaongea kulingana na jina lako na tabia zako. Excuse me, Brian unastahili kulala. Hautaoa na utakaa na bibi. Hai, wacha ni Brian. Kama Leta auntie muona alikuwa hapo kando, anasema hautaoa na pantia kwa kumletea muona. Hakuna Kurukuntu, huyu ni wa kuokota. Basi mbona wadanganya wengine? Huyu ni ule wa kukula na kuenda. Hit and run. Huyo ni wa kumtoa tu, wa kufanya muscles tu hapo hivyo. Aki Brian, haiwezi bibi yako akuwe hapa akisikia hivi venye unaongea. Wallahi leo uke. Mbona asikie na anajuanga? Lakini anajua mimi ni nani. Ataliona akicheza. Unajua unampatia uondo mapema. Anyway, nimepita kwa hizi online lakini alafu wanawake peke yake, mmesahau kwamba hata wanaume nao wako na hiyo tabia. Sijui. You can't listen to people Manake wanaume hata ndio zaidi za zingine wanafanyanga, hata wanawake wanaenda nje. Ndio unapata anakuwa na wanaume kule, kwa sababu hata una time na mwanamke wako. Uko busy na simu. Uko busy na kazi. Utafanyaje? Akule nini? Akule nini? Mimi ningependa Brian aniambie niaje anaweza tembea na ID yangu na kuniregistria laini. Kwani mimi ni mtoto? Thank you. Hiyo ni ukweli. Si nimekuja hapa nikiwa na miaka 32. Let me tell you one thing. Kurutu. Let me answer that question perfectly. When you marry somebody as your wife, automatically that's part of your property. You own it fully. Wewe, Brayo. Wachana na hiyo mdomo at part of your property. Wewe, hata wewe ni part of my property. Even you are a part of my property, Brian. Tuko kimwili kimoja. Who told you? Sasa nikuulize, utachukua ID yangu na uanze kutembea. Acha kudanganya watu. Acha niwaambie kitu hapa. Mimi nimetokomea naenda kulala. At the end of the day, umepata pesa gani kwa hiyo? Ama ni wale ambao unafika kwa familia umeoa unasema we are equal. Where? Wewe achana hiyo. Kwa Mungu. You must accept to be ruled as a property. Okay, Modesta. Sasa unaruliwa na uchinga tu kama ni ufala hapo. Modesta kuna mtu anaitwa Modesta. Akiingililiwa tu hivi anaanza kutoroka. Okay, kama uko na
Kama uko na bibi wa pili na mbona unakuwa na kijongoni hivi? Sio kijongoni. Unajua ni ukweli. Be ruthless to people who don't behave in a family. So that your house can be standing. Not having people who will treat you as a woman when they are women in your house. Wajua, Brian na Kurukuntu, mnataka kupotosha watu. Mnataka kupotosha vizazi ambavyo vinakaa sahihi. Wacha tuseme ukweli. Accept you are a woman, accept you are married to somebody, listen to that person and respect that property. Yes. Soma hii message kwa hapa chini. Soma hii message. Woman is not a property. There's nothing like companionship nowadays. Nipatie nafasi nisome comment. Patrick Mshiri, woman is not a property but a companion given by God to be treated modestly. Imagine the task of a woman. Anasema kwamba listen to the church, record how you were taught discipline, listen to your good parents and you shall live. Kama uko na pipi wa pili au watatu au nikiateka prayer take care. Okay, so kwamba hiyo prayer seems clear. You can't listen to people's wisdom, he will retire someday. Patrick Mshiri, true my lady, everything is a choice. They so kama niko hapa nyuma ya tenti nategea, karibu sana. Kuna mtu anaitwa Nyabwanzo Fred wa Kisii, mbona mnapenda giza hivi? Sababu Kukuntu ni giza. Okay? Wachawi. Wewe. Kwani wewe ni mcharuo unasema eti wachawi? Ngoja. Rusi Kelly, watu wanaitwa Brian, still praying. Wajunge mimi siwezi simama na wao. Watu wanaitwa bongo. Nikanyaye kubwa. Sawa. So tufanye hivi. Kwa sababu tafadhali miongo tu 24 baada ya saa 7 alfajiri Afrika Mashariki tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2021, kuambia kwamba karibu sana ndani ya Kesi ya Hot TV. So hapa nataka tuko katika final touches. Hapa nataka kuanza na Geti, nikuja Modesta, Derima, Faith, alafu tumalizie na Brian, kisha baadaye I will conclude na tumalize, sababu tafadhali ninaomba leo asubuhi nitakuwa na rauka kwa sababu ya kazi. So mniwie radhi. Karibu sana. Uko na rauka? Kurutu? Yes. Sinianze. Yeah? Nianze. Wewe utakaa backbench yako. Hapana. Kurutu? Wacha Brian ongea, mimi nimeenda, uniamshe rauka. I would talk. Nikiamka asubuhi sitaamka kwenda kazi ile nyingine. Si unajua Ruto ako kwenyu. Lazima niende kwenyu tunyeshewe na Ruto huko kwenyu. Kurutu. Ile kazi nyingine. Na wewe kama ladies will finish and they have wisdom. Okay, sawa. It's okay. Okay. First of all, I take this opportunity. I thank you for this program. Dakika 3 tuendelee. Kesho tutakutana huko Nyamira tukipiga siasa. Yes. Ya tatu, let us respect our families. Respect your wife and respect your husband. Try to have a dialogue before you make any decision of chasing away a woman. If the dialogue cannot work, engage with the neighbors and friends. If it cannot work, pray and put God first. If all those cannot work, peacefully engage your wife and tell her, this thing cannot work, and we separate peacefully. Then take responsibility of your children. Once she realizes that she messed or you messed as a man, you can reconcile and come back together. So that you can have that continuity of your family. Amen. There's nothing like chasing away a woman. When you choose a woman, have a stand. Because women also, they need you and they need your time and they need your advice.
So it is a good idea. We are not saying that we chase away women. Exceptional circumstances can lead to that point. But before it reaches, try to engage yourself and try to do what is right. Do not do it in front of your children. Do it in your bedroom. Because if you do it in your children, the children would give up and would say, what kind of father or mother we have? So what can I conclude about this, Muchadara? Oh, what we have been discussing. It was not about making a lively discussion. But the truth is, respect your family. I'm not married. I'm yet to marry. I'm wedding next year. Yes, Wow. I'm wedding next year, but I've not identified a lady to wed with. Hala. Brayo. So, mnataka kutuana mizizi. but I pray hard that Are you I dating? get the one who Brian. can be able to sustain me in my life. Brian. Utampata tu. Blayo. Are you dating? Yes. Yes, And I'm you're dating. planning. I'm dating, but the one I'm dating, I've not qualified. So you are still on mocking. Najua nimekuwa kanisani sana, ndio saizi naanza kujua hiyo maneno. Sasa nikuulize, so kwa hivyo intelligent yako kwenda church umeenda juu ya ladies? Nilienda kanisani kuomba Mungu, saizi ndio naendelea kushapen kutafuta wa kufanya harusi na yeye. Na sasa nikuulize, Yes. wakati umeenda hapo church ulienda ukasema Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka, mimi naitwa Blayo, sina bibi, natafuta bibi, all ulienda ukasema aje, ama unaenda ukasema hiyo ninaomba kwa kona yangu kwa hii nyumba, Mungu nisaidie bibi mwenye ataweza nitalia watoto wazuri na tukuro pamoja. Na sasa ndio maana yes, mimi. Ngoja, huyu ndugu yetu anatudanganya kwamba ameenda kanisani. Cha kwanza sikiza vingi anaongea. Huyo ni mtu ametoka kanisani kweli? Hapana, hiyo ndio maana hata nimeshindwa. Faith si nimesema. Sija kuchomea, ni wewe mwenyewe unajichomea mwenyewe na kurukuntu hapo. Lakini nimesema hii ilikuwa mjadala. Lakini the real bottom line is respecting your family, because a family is an institution. Yeah, you cannot wake up in the morning, you've married somebody and just you remove everything from her. It is unacceptable. Respect women and respect their husbands. Gurutu. Katai Blayo. Brian. Tafadhali. Yes, Brian. Hold on. Never ever chase away a woman na umunyanganya panty zake. Wacha afalie na nguo zake afalie. Thank you, Brian. Hapo ndo umeongea point sasa. The first time Brian you have talked a point. Brian, thank you so much, Blayo. Blayo usiwe tangatanga. It's okay. Blayo. So let us respect family and become very strong and maintain your family. Keep it a secret. Wacha kushare tulikosana na mzee kwa majirani. No, finish your things in your bedroom. Yes. Mkitoka nje hata kama ulichapa viboko, cheka sema sisi tunaishi vizuri na maisha inaendelea. It's okay. Hold on. I ask a question here. Brian. Hold on together. By the way, guys, Nyamira tunaenda. Daniel Nyambane, Dereni umeona. Makogoti Bwari, Brian, hiyo first ni yako, Malaki 2:13-17. Jose, I need to make my contribution on audio. Jose, fanya hivi, hapo kwa comment section, kuna link imeandikwa Kisi Hot TV. So hapo unaona hapo Jose, chukua hiyo link imeandikwa Kisi Hot TV, guza hiyo link, chaza vile nakwambia, allow, yes, say yes and come in and give your contribution. Jose, some of us guys are talking what we do not work. Okay, Brian Nyabwanso, Freddy, Brian Elias Ores.
Sasa Fred nimeenda wapi? Nani wapi huyu Nyabwansu? Nyabwansu, Fred come back. I want to give this, ndio maana yake nilikatisha hawa kupatia nafasi. But meanwhile before Fred akuje, Nyabwansu, I give him this opportunity. Let me just welcome the Faith Makwora with 3 minutes tafadhali. Inaelekea saa 8 na sitafika kwa nyumba. Sasa na distance iko bado. Kufika kesho. Si wacha leo mimi tu niongea, hata postpone mimi uende nataka kesho. kulala. Ehe. Mimi naweza sema hivi, mwanzo kabla hujachukua mtu uanze kumfanyia shopping ambayo itakuja kukugharimu baadaye. Mfahamu mwanzo. Yes. Ukishamjua na wacha kumnunulia akiwa kwao, eti sasa unataka kumuonyesha unampenda zaidi. Kunao wana pesa kukuliko wewe. Thank you, Faith. Kwa hivyo kaa na ule mtu, mfahamu, mkifahamiana, kisha mlete kwa nyumba. Sasa wewe fanya vile unataka. Akija kuondoka kutoka pale kwako, usimnyang'anye chochote. Wewe mwambie tu mlango uko wazi. Yes. Na usiwahi mtuputu kumfungia virago wewe. Wacha yeye mwenyewe ajifungie, ndiye ajue kwanza alikosa yeye mwenyewe. Lakini usiwe unaanza kumvua, hii viatu ni vyangu, toa. Hizi ni zangu, toa. Achana nayo. Na wale wanawake wanakosana na mabwana zao ama na boyfriend zao, unapata wanaanza, sijui mimi ndio nimekununulia kutoka ndani mpaka nje. Wakati ulifanya hivyo mlikuwa mnapendana. Kwa nini ukuje kuyaleta republicly? Kwa nini uyafanye hivyo? Achana nayo. Kama amekukosea muache. Wewe nenda na baraka zako. Kitu ambacho mimi nataka ni baraka. Kesho kutwa ukiniona hapo ninatembea, hata we mwenyewe unamaka, unaanza later, I wish I knew. Yes. Kesho nikikuona pale nilikutoroka nikabeba kila kitu na kuona umenawili tena uko salama, tena naanza kusema I wish I knew. Kwa hivyo tujuane mwanzo na tusiwe wale watu wa kubebana mahasira. Hasira ni hasara. Alright. Zaidi ya yote mtangulishe Mungu mbele. Okay. Thank you very much. Amina. Amina. Na usiende. Tunamalizia wote kwa pamoja tukienda tafadhali. Akina Prayer ni mmeenda, tutakosana. Prayer ni come back. Geoffrey, okay, karibu sana. Next inaenda kwake Kimto Modesta for 2.5 minutes we make your congregation. Karibu sana Kimto Modesta. Mimi hata sina mengi, niite tu venye Faith amesema. Make sure umejua mtu before anything else. Mjuane kwa kinaga ubaga. So when you make decisions and when the mistakes occur, mnajua mahali mnaanzia na mahali mnaenda. Be there for one another. Kwa yote hiyo ni Mungu tu, maombi. Right, asante sana. Usiondoke, shikilia hapo. Well understood. Harrison Kenya, nimekuja kwako kwa dakika 2 na 2 minutes and a half. Karibu sana. Thank you sana, thank you. So venye mimi naweza penda kumalizia na kusema wakati wote unatafuta bibi na wakati wote bibi anatafuta bwana. So tafadhali tusiangalie pesa, tusiangalie ate miaka, tusiangalie ate kuchelewa. At the best moment as you can. Yes. Ebu kwanza piga magoti kwa Bwana, mwambie mi nahitaji mke mwema, nahitaji bwana mwema. Mwenye atalinda maisha yangu, mwenye atalinda familia yangu. So si ati mambo ya kusema tu mi nataka bwana mwenye ako na mapesa, sijui nini ama nini. Hapana, hizi utusaidia hiyo. Right away tutafute mtu mwenye atakutunza, mwenye atakulinda, mwenye atakujua ukiwa na shida na mwenye atakupenda ukiwa na raha ama hauna raha. Si unaelewa? Na kile mambo ingine yote ati unaoa leo unafukuza kesho, hiyo si mtindo hiyo. Hiyo hata uwezi enda pahali. Hiyo ni kama laana hiyo.
So tafadhali tu, tafadhali acha tuzingatie, na thank you for Brian for coming back. So acha tuzingatie maneno, we piga magoti kwa Bwana, shukuru Bwana, unamwambia unataka bibi mzuri, bibi mwenye kona hii na hii. Usikatae kusema the characters. Unajua kinywa tunakosea sana tukifika kwa kuomba, just tunaombanga tu nataka bibi. But even God like the characters. Bibi anataka aje, bibi ana tabia gani, bibi mwenye anakaa aje. Si unaona? So yote lazima utukurishe. Asante sana. Asante sana. Thank you very much. You have wisdom. Yes, shikilia prayer. Kila mtu ananyamanzanga bana, shikilia hapo. Anaitwa Elden Daniel, okay. Daniel Nyambane, Deren umeona? Deren kwamboka Daniel Nob, Elden Nyangaresi niko ndani. Prayer ni Motara, anasema Motara sema kama niko allow me, karibu. Margaret Morara watching, karibu sana. Margaret Morara Wakire at Kisi Hot TV members. Wakire bya my dear sister, karibu sana Margaret. Next on stage naingia kwake Jeffrey Jerani Oketo, sababu tulikuwa tumemaliza, lakini ameingia na nataka nampatia samahani dakika 3. Yeye nampatia 3 kwa sababu ndiye ameingia. Jeffrey Oketo Jerani, fungua microphone na karibu sana kwenye mjadala. Karibu sana Jeffrey Jerani. Sijui kama unanipata. Nakupata vizuri vilivyo ndugu yangu. Nafasi kwako. Naomba radhi kwa sababu nimeingia tu, sikuwa nimeangalia mjadala leo alikuwa naongea juu ya nini. Sijui, nimeingia tu bila kuangalia. Na nimejaribu kuangalia hapa haionekani. Mjadala nasema kwamba je, ni vizuri mpenzi wako ambaye mlikuwa mnapendana naye mkikosana, unaamka unamwambia kama tumekosana, basi kama unaenda nipatie kila kitu tulikuwa nimekununulia, kama ni nguo hata ile ya ndani anakurudishia everything. Je, inafaa akurudishie ama inafaa umwachie ende nazo? Karibu sana. Okay, asante. Wacha niseme hivi. Unajua watu wenye wanasikia kwa kama hicho kuna pato fulani. Kama umenunulia mtu kitu na mmekosana, hiyo kitu ulikuwa umemnunulia, na wakati ulimnunulia hakuna mtu alikusurutisha kumnunulia, na wewe peke yako ulifanya nini? Uliamua kumnunua. Kama mmefika mahali mmekosana, basi ni vizuri wewe unasahau mambo mengine, achia Mungu. Kwanza ni unaenda kuitisha hiyo kitu upeleka wapi? Kwa sababu ulikuwa umenunua. Kama umenunulia nguo amefaa, unamwambia kutolewa uipeleka wapi? Waende kuichoma ama waende kuitupa? Hadi naona baadaye, waje niseme hivi, watu wenye wanafanyanga vitu kama hizo, mimi naonanga ni kutoelimika kama watu wenye wako nini, hawajakuwa exposed sana. Kama hujakuwa exposed ndio utafanya vitu kama hizo. Mimi sioni kama ni kitu nzuri, kwa sababu kama umenunulia mpenzi wako kitu, mmefika mahali mmekosana, hakuna haja kusema tunamrudishia kitu yake nini. Hiyo mimi naonanga I make sense. Unajua hizo ni zile vitu zenye huyu mtu atakuja na kuwa anakumbuka kwamba wakati fulani nilikuwa na rafiki mzuri mwenye alikuwa amenipatia kitu. Hii ni vitu zenye anakukumbuka. Sasa kama ukitaka akurudishie, ni memory gani utamwachia ama atakuwa anakumbuka tu mtu alikuwa na rafiki yangu? Naona. Kwa hivyo ndio nasemanga hizo vitu, kama mlikuwa wakati mlikuwa mnapendana, mnanunuliana masawadi, ikifika mahali kwamba mambo yaende pamoja, si ati mmekuwa maadui. Unajua mtu mzima, mtu mwenye ako na akili timamu na mtu mwenye ako machua, nasema wenyewe kwamba nimeona vitu haziendi vizuri, wacha tufanye nini? Tupeana break, kila mtu afanye nini, ajishughulize. Hiyo inamaanisha kwamba mmekosana na yeye, mmekuwa enemy kabisa. Hiyo ni kusema kwamba kitu yenye tulikuwa tunatarajia tumeona haitakuwa hivyo. Wacha tufanye nini? Wacha tuheshimiane, ile kuheshimiana kiungwana, kiutu uzima, kiustaarabu. Inawezekana kwa hivyo. Mimi hiyo ndio maoni yangu. Hakuna haja kwenda kuomba hiyo kitu yenye ilikuwa umepeana. Asanteni. Thank you. That's a very good and encouraging. Keto. Nyawansu Freddy Jeffrey, why are you hiding? Weka video on Pro.
Nyabuanso Fred anasema kwamba I have seen a lot of our kisses guys on my place. Wanafukuza pipi without anything, nguo kwa mkono. Anyway. Okay. Huyu mwenye anasema anaweka video niko mahali ingine ambao si unajua mahali iko na ulisi mwingine utakanda kuweka hivyo tu. Mimi sitangi video. Yeah. Anyway. Nyinyi watu wangwana sana. Wacha nirudi hivi. Nyabuanso nimesoma comment, nimesoma Elda Nyangaresi, Brian Matara anakuwa na Faith Makwara, Kimtu Modesta, Harrison Kenya and Geoffrey Oketo Jerani. Tulianza tu masaa matatu ya maisha na nimeombea kwamba mimi kesho leo asubuhi alfajiri nitakuwa narauka sana mapema sana na kupiga safari moja kwa moja mpaka pale mji wa Nyamira. Tupige moja kwa moja na mheshimiwa anaitwa sasa mimi siyasema, mimi nasema kwamba naibu wa rais ambaye ni Dr. nani William Samuel Arap pamoja kesho. Sababu ya hiyo safari ya kesho kuenda moja kwa moja na tukuwaletea uhondo kamili ndani ya Kisi Hot TV, tungepiga mpaka kieleweke, lakini kwa sababu ya kazi ile tuna uchofu pia nao, leo tumesunguka sana karibu Nyamira yote. Nimeomba tu mniruhusu kama hamna mtu mwenye anaongezea kitu ya sekundi ninayo gani nawaambia Geoffrey ametachia ile maneno aswa ya muhimu sana. Yamenitia moyo. Tia kwamba mkikinsana na mwanamke usimunyanganya chochote. Yes. Lakini si yote utamwachia. Kuna ile muhimu yenye ana shares huko. Hiyo nayo akubakishie. Na ya pili, tuheshimu familia. Usikue umefika point ya kufukuza pipi. Pipi si mtu ya kufukuzwa, ni mtu ya kupembeleza na kuweka karibu na kumwelekeza njia ya kutafuta, njia ya kusucceed, ndio watoto wakuje kusimama. Ukifukuza familia kila saa, familia itasimama. Na unajua kama familia itasimama, basi jamii yako itakuheshimu. Heshima inasimama wakati uko na bibi, na unajua ukiwa na bibi mwenye ako na nguvu ya kukusaidia, then they usually say behind a very strong man there must be a woman. That's what I can live for you. All right, asante sana. Wacha na mimi niseme hivi. Niseme hata kumalizia ndio tuombe tutoke kwa pamoja. Wacha niseme hivi. Kitu cha kwanza kulingana na uhusiano, unajua hapa tulikuwa tunakaa opposite kidogo, angalau kuchangamsha mjadala na mada iweze kusonga mbele. But reality ni hii, ili kuweza kama umeshanunia mtu kitu, unajua ni kama ununie mtu zawadi na mkosa unaweza kumwambia nipea zawadi yangu, rudisha zawadi yangu. Hapana. Once umenunia mtu kitu na umesema hiki ni chako, inamaanisha hicho ni chako, ni chake. Kwa mfano mwanaume, wakati babaka alinunua shamba mahali fulani, akasema kwamba hii shani yako, hakuna siku tena atakuja kuweuke akwambie sasa shani yangu si yako, tumekosana. Ila tu nakwambia kwamba tutunze ndoa vizuri, tuheshimiane katika ndoa na tuweze kuelimisha, tuweze tu kudaisha vitu ndogo ndogo za kuleta aibu. Labda unajua wakati mtu anaamua kukuondokea ni ile kwamba ni mapenzi labda yake Mwenyezi Mungu, hamkuwa mnafaa kuendea kwa pamoja. Ile kitu naambia kwamba ni kukubali na kujiweza kujiachilia, na kila mtu asonge, maisha isonge mbele. Pola tu uhai ndio kitu muhimu sana. So ile kusema kwamba mwanaume mzima ati nipe nguo yangu nilikununulia, ati simu yangu rudisha, unajua simu ni yangu nitaipasua, hadi wengine anakupimia hali. Akipiga simu TV kikosekana kutochukua simu, nasikia anakuambia simu nilinunua, unaweka wapi? Mbona uchukui simu yangu? Ulikuwa na wanaume, mbona uchukui simu na mimi ndio nilinunua? Mbona umekuwa pisi na simu yangu ndio mimi ndio nafaa kukupigia? Unaongea na nani? No,
such kind of men wanafaa kuambia kwamba tumepadrika, haya maisha ni maisha tofauti. Yule ambaye anayekupenda mpende mpenzi, tunza hilo penzi ambayo Kurukuntu. Oh. Ukimaliza niko na jambo tu moja tu peke yake ya kumalizia hata mimi please. Nataka kuambia wale wanaume ama vijana wanaojituma kufundisha wanawake wako nje bado hawajaoana. Ama wameoana eti unafundisha mtu. Umfundisha aje? Bweka hilo liwe wazi. Unampeleka shule ile eti anakuambia na mimi nasoma nataka unamlipia school fees. Hiyo nao siwezi. Hiyo utalilia chooni. Hiyo huwezi. Kama mtu ziko tunaziona zinatendeka. Hiyo ni mjadala ya leo. Sawa sawa. Acha tuende na hii kwanza. Tumalize na hii. Sasa hiyo itakufanya hata unaenda kule shuleni uende kumtoanisha mpaka nguo. Kabla haijafikia hapo, achana kumlipia school fees. Wacha wazazi wake wagaramike. Wewe kuja ugaramikie mambo ya nyumba. Mwekee biashara pale kwa nyumba, lakini tunatoa pesa zako unamlipia school fees alafu unaenda kuleta vituko pale, unaonekana kuwa wewe ni mjinga. Manake kule hakuna wengine anaona, unajua wanawake nao ni kama wanaume tu. Leo yuko hapa, kesho yuko pale. Alafu unapigwa chenga moja mbili, unakubali, unaona huyu si ananilipia tu school fees, wacha nikuwe na mtu wa kunisongea nywele ama kuninunulia mavazi. Sasa unapata kwa hiyo kanjia unapata umeruhusu ule wa kukulipia school fees. Umepata mwingine wa bajaji ama wa sijui ni Pajero ama ni K-Watt, unaona vitu kama hizo. Tujaribu avoid. Kuna mtu amelala studio. Asante sana. Brian amko amelala. Uko Nyamira? Gurutu. Umugabonde igonda sakuru kumigori. Okay, sawa sawa. Amabanga. Tuweke vizuri bana. Vizuri. Na ingine unatuma hapa nyumbani tunakula pole pole. Mokokoti bwari si wao ni wao. Na wewe je, si mwanamke? Prayer ni kitu muhimu ni gani, vitu za ulimwengu ama mwili wa sijaelewa hiyo. So nilikuwa nasema kwamba tutunze yule kama mtu anakupenda, tunza huyo mtu vizuri, hilo penzi litunza vizuri. Ipo siku utakuwa unatamani huyo mtu ambaye alikuwa anakupenda akakukosa kabisa. Yule ambao mshafikiana kuonyesha pendo lake kile kidogo, lidhamini na muonyeshe penzi pia. Asante sana kwa kuingia ndani ya Kisi Hot TV. Tena tupatane leo jioni kwa mwendo wa saa 3. Leo nataka leo ni nini? Leo tutakuwa kama 3 hivi 4 kwa studio ndio tupige mjadala hadi kieleweke. Ni dakika tu 9 zimebaki. Mjadala ni nini? Topic ya leo. Ya leo tutasema wakati ukifika huo wakati ukifika. Ungatuchangamua ndio tukua tuna sanitize bwana. Leta ya siasa leo. Siasa inakuanga Saturday. Siasa inakuanga Saturday. Hakuna. Hapana. Okay. By the way, leo tukwenda kulala. Leta ya wajau wenye wanachoma Kisii leo basi. Mbona unataka mambo ya kwenye wewe? Wewe blind nini bana? Mbona unataka mambo ya kwenye wewe blind wewe? I wish you the best, by the way. This is Kisi Hot TV and on the stage on studio hapa ni Dennis. I appreciate you guys. Thank you for joining at Kisi Hot TV. Ila tu kwa mtu wangu tafadhali. Ila tu tafadhali share this link to groups, to friends, invite friends to the shows, invite to subscribe, follow us. Siasa ziko pale kwa wingi kila siku kila saa. Yaani ila tu kwambia kwamba tutakuandalia kila kitu. Mimi hapa sina la ziada ila tu kumshukuru Mwenyezi Mungu tena. Jesus.
Faith Makuoro tupeleke kwake Mungu, tumalizie tukaenda kupumzika. Karibu sana. Haleluya. Okay. Wacha tuamini na tuombe. Baba na Mwana Roho Mtakatifu, ninakushukuru na ninakuabudu kwa sababu umekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Tangu tulipoanza katika kipindi hiki Jehova, hakika mkono wako umekuwa upande wetu. Tumeweza kujifundisha mawili matatu yale ambayo hatukuwa tunajua, na tunaomba Roho wako Bwana akazidi kukaa pamoja nasi na kutufundisha. Tunahitaji hekima zaidi katika kisasi hiki Jehova Jire, kwa sababu tunapoenenda kimwili Jehova Jire hatutaweza, lakini tukienenda katika kiroho tutaweza kufanikisha katika ndoa zetu na katika mapenzi ambayo umetuachia mfalme wa falme. Mfalme wa Yuda, ninakabidhi kila mmoja aliyehusika katika kikundi hiki siku hii ya leo, mfalme wa ajabu, na ambapo tunapoenda kutawanyikana, Alishadai, linda kila mmoja. Walio wagonjwa tunakabidhi mikononi mwako, waliofungwa magerezani wote tunaweka mikononi mwako, bila kusahau taifa letu la Kenya na likabidhi mikononi mwako. Viongozi wakubwa na wadogo Jehova ni mikononi mwako. Hebu ukashuke na ukatende jambo moja tu Jehova Jire, na ukaweze kutuokoa Baba. Tazama tunapoachana, wacha tuachane kwa kimwili, lakini kiroho tuwe pamoja nawe. Tutakapokutana tena mara nyingine, tukushukuru tukisema ni asante. Wacha amani ya Bwana ikaweze kututawala, na katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom. Hey, Mokogoti Bwari. Ngade kwa kila mmoja sana. Bye. Bye bye.